Na huyo mama baada ya while, wiki haikuisha, alienda akatuletea hizo mifupa. Na baadhi ya zile mifupa tuliletewa ni hizi ribs. Kutoka tu hapa kwa shingo mpaka kwa kiuno. As in physically? Yes, physically. Aje? Huyu mama kuna wakati mmoja alikuja kanisani tukiwa tunahudumia na akatuambia na wachungaji kuna mafuta fulani ambaye huwa inauzwa kwa mabookshop. Na hii mafuta wachungaji wengi wao wanaitumia, na akatupea mfano. Iko na nguvu ya kuita washirika kwa kanisa. Mchungaji akijipaka anakuwa na kibali kwa watu. Mchungaji akijipaka ama akipaka washirika hiyo mafuta, wale washirika hawezi wakachoka kukuja kanisa ya huyo mtu. Alituambia katika sehemu yake, private party yake, kuko na manyoa ambaye ni ngozi ya chui. Yani in another word, hii ni ngozi ya chui. Alizaliwa akipata ikiwa hapo na ilikuwa inakaa kama nyota. So hii anointed water ndio zile vumbi ama zile jifu za ile mifupa ikiwekwa hapo. So unaweka tu kadogo. Hiyo kitu si nyingi sana ndugu yangu. Ndio nasema ulikuwa unaweka tu kadogo. Si ndio kidogo sana. Wakati watu wanakunywa hizo maji ama wanapakwa hizo mafuta ama wanatumia hizo vitambaa katika ulimwengu wa kiroho, haijalishi ni muujiza gani inafanyika ama wewe utaiona in the spiritual realm, tayari umeshajiunganisha na hiyo madhabahu. Kitu ya kwanza kwa kanisa yoyote, mahali panahubiriwa ama ni mahali ni madhehebu, iwe ni mosque, iwe ni churches, iwe ni traditional services, mahali popote unasikia mtu anasema ni muombaji na ukaona wanachoma uvumba ama ubani, ujue kitu ya kwanza hiyo sio ibada ya Mungu. What do you mean? Exactly. Hello guys, how are you doing? My followers, my viewers, hope you're doing good. Karibuni sana siku ya leo. Kama kawaida, Simon K hapa. Na nakwambianga kama uja subscribe kwa hii platform, nakwambia that is the only way that you can support Simon K with kusubscribe na kukuwa na watch video zangu na kushare. So make sure you subscribe na umenifollow kwa hizo platforms zingine zote Simon K. Courtesy of Tayari Lands and Housing, niko na mashamba kutoka kwa kampuni ya Tayari Lands and Housing na naweza taka kukutajia zote zenye tuko nazo. Na nakwambianga the best thing with Tayari, I'm about Tayari Lands and Housing. I've been working with this company for more than 5 years. So kama ni mataya trust issues, usikuwe na trust issues. Sijawahi kuwa na kesi yote kutoka kwa Tayari ama kutoka kwa clients kusema ati sijapata title ama shamba yangu ilifanya. Hapana, kila kitu inakuanga sawa. So saizi niko na shamba zenye ziko Joska, just few minutes from Joska town, zenye nakuzia 600. Na kama unataka kununua na installment, itakuwa 650, unaekelea deposit ya 100,000, then balance unalipa na 6 months. Kuna zile shamba ziko Isinya. Isinya is just few minutes from CBD, Nairobi CBD. Na kutoka Isinya town kwenda kwa hii shamba unatumia like 5 minutes unafika kwa shamba. Hizo nazo nakuzia 450,000 for cash buyers. Installment plan zitakuwa 500, whereby unaekelea deposit ya 100,000, balance unalipa na 6 months. Niko na shamba zingine ziko pande ya Matu ama huko Kithioko. Kithioko nimeuzia mashamba sana na hiyo place imegrow. Kama unaweza taka kufanya farming, niko na shamba iko karibu na mto Tana River. Hii mto si ati ni seasonal, maji iko throughout. Kuna shamba niko nazo hapo. I have saizi nimebaki na eka 2 tu. Nilikuwa na shamba kubwa na nimekuwa nikiwatangazia hapa. Saizi nimebaki eka 2. So kama unaweza taka kulima, eka moja ina go for 1.5 million. Na kama unataka kubai nusu ni 750. Ukitaka kulipa na installment, utawekelea nusu, hizo pesa zingine ulipe na miezi 6. Kuna zile shamba zingine niko nazo Emali to Loitoktok, just few minutes from Emali. Hizo nakuuzia into acres. Eka moja ni 500,000 Kenya shillings. Mwenye unataka kubai na installment, itakuja 550, unaekelea deposit ya balance unalipa na miezi 6. Hizi shamba zote unasikia nikikutangazia, hakuna shamba haina title, zote ziko na title deed. Kuna project niko nayo, nitakuwa na launch by next week. Although iko ready, kama unaweza taka kubook, kama unaweza taka kuview, unaweza piga simu. Niko na shamba ziko Kithioko,
plot is a 50 by 100 na kuuzia 160,000 Kenya shillings. Ziko karibu na barabara. Na ukitaka kulipa na installment itakuwa 180, utaekelea deposit ya 50,000, balance utalipa na miezi 6. For more information unaweza piga hii namba ya simu ni 0715 99 9909, 0715 99 9909. Ofisi za tayari zinakuanga Thika. Building inaitwa Mco Plaza Building, 3rd floor, room 302. Another thing ni kama wewe uko hapo, wewe ni mzazi ama wewe ni youth, unaweza taka kuonafanya any digital course, tuko nazo. Tuko na film, tuko na digital marketing, digital journalism, content creation, tuko na IT. Ukitaka kufanya IT, ukitaka kufanya kitu kaa cyber security, ukitaka kufanya vitu kaa graphic design, tuko nazo. Ukitaka kufanya web design, web development, hizo vitu zote tuko nazo hapa. Unaweza tutembelea. Namba yetu ya simu ni 0724333313, 0724333313. Na si hizo peke yake, tuko na courses mob. Ukitupigia na hiyo simu tutakutumia brochure, uchague yenye unataka. Kuna animation, kuna fine art, kuna hizo zote. So karibuni sana. Yes, hello guys, how are you doing? Si tuko salama sana na tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Niko hapa na tuko na Musa wa Yesu, Musa wa Mungu. Habari yako ndugu yangu? Salama sana ndugu yangu. Niko mzima, nashukuru Mungu. Karibu sana siku ya leo. Thank you. Nashukuru sana Mungu juu ya kukuona. Unajua kuachana na mtu then mnapatana tena akiwa na uhai na ako mzima. Tunasemanga ni God. Juu unajua si kawaida. Very true. So karibuni sana wenzangu ama watazamaji wangu, mafans wangu, mafollowers, masubscribers. Na last time tulikuwa na story ya Musa na I think story ilikuwa mrefu, lakini tukichapia na hapa mimi hata sikuwa nadhani nitakuwa mrefu hivyo. By the time tulikuwa tunamaliza nilikuwa na feel like tumeenda like for 30 minutes. Kwenda kuangalia napata imeenda almost 3 hours bana. Imefika 3 hours. Almost. Imebakisha like 13 minutes. It is 2 hours 47 minutes. What? Na mimi nikiwa hapa ulikuwa unachapia tu story naona ni kama tumeanza tu. Tulibebwa na story sana. But tunashukuru Mungu. So hii story wacha niseme imekuwa it's an eye opening kwa sababu ni vitu zenye zimekuwa zikihappen. Na kuna pastor fulani alikuwa niambia there is, sijui kama nitasema there is nothing bad ama hakuna mtu anakuanga mtu mwenye uwezi advice. Unaona mtu ako in love uwezi kuadvise. Very true. Mtu ako in those false prophetic I wanted to see that. Churches. Mtu mwenye ako yani halisi. Hawezi muadvise. Hata akapatana na pastor wake akiwa mlevi ama hata akiwa na msichana. In fact atamprotect. Yes. So kuna comment fulani nilisoma hapa. Jamaa fulani amesema, "Wow. Glory to God. At least now my wife." Nitamtumia hii link asikize hii story. Aache kwenda ile chacha naendanga cause ni one of them. Una get? So ni kitu inafungua watu macho sana. Glory to God. Ndio watu wajue venye zio happen. Na wacha nikwambie kitu moja. Ukisikia kitu fulani hapa na labda chachi yenu kunafanyangwa vitu kaa hizo, acha kuignore ati ujifanyie hii pastor wetu atakaa anafanyanga hivyo, najua hakunanga kitu kaa hiyo. Unajua watu wa Mungu ile kitu tu inaweza fanya tu ajue nayo ni through mazao. Si ndio? Andiko inasema ya kwamba kwa matunda yao mtawajua. Yes. So matunda tu ndio itafanya tu wajue. So wewe ukikuja ukiwa na sarakasi zako, hiyo ndio matunda yako. Hiyo ndio matunda. Itaniambia what kind of person you are. Very true. Asanteni sana, karibuni sasa tunaendelea na episode 2. Tulifanya episode 1 na tuliachia mahali mlikuwa mnataka mita 1.5. Tuko kwa mita 1. Ndio muingie CBD. Ndio tuingie CBD. Hapo ndio tulikuwa tumeachia. So kama uja watch episode 1 iko 2 hapo, then nitapin link hapo chini. Ndio watch episode 1 na sasa tuko episode 2. So Musa, karibu sana. Usalimie wenzetu hapa, then from there tuendelee from what tumeachia last time. Asante. Thank you for this time and this opportunity. Karibu sana. Nashukuru Mungu pia kwa kutuweza kutufikisha hapa, na ni siku ya ni video ya pili ambayo tunaifanya au episode 2. Kwa hivyo kabla tujaendelea sana, niruhusu tuombe tu kwa sekunde moja ama mbili. Asante sana. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya muda na nafasi ambayo umetupatia kuwa hai baadhi
ya walio hai siku ya leo. Pia tunakushukuru kwa sababu ya viewers wetu. Tunaomba mazungumzo ambayo tunaenda kuyazungumza, Roho wako akatuongoze, kafungua macho yetu ya kiroho, masikio ya kiroho, tukaweze kusikia unasema nini na kuona unasema nini. Basi video hii ukaweke ushawishi kwa watu, wakaweze kusukuma na kushare video hii kwa wapendo wao, ili watu wengi ambao wako kwa giza wakapate kupokea mwangaza. Maandiko yanasema kwamba waliyeketi katika giza kuu, mwangaza umewadia kwao. Basi jitukuze kwa utukufu wa jina lako tumeomba. Amen. 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 Yes, my brother. My brother. Sasa hapa nakumbuka tulikuwa tumefanya interview ile episode 1. Sasa leo tumekuja, nimerudi kufanya episode 2. True. Yeah, so nakumbuka kwa ile episode 1 kuna baadhi ya misingi niliweka kidogo. Kweli. Na baadhi ya zile misingi pengine niguzie tu kidogo. Nilikuwa nimepeana misingi ya mahali nilikuwa nimezaliwa kiroho. Na nikasema ya kwamba nililelewa kiroho kwa kanisa ya yule mhubiri ambaye alikuwa false prophet, yule nabii wa uongo anaitwa Michael Njoroge. Na tulikuwa tumekuja kwa ile kanisa kwa sababu ya kutafuta kazi kama watu wengine. Sisi hatukuwa tunajua ati huyu nabii ni nabii wa uongo. Okay. Hii ni mambo sisi tulianza kukuja kuijua baadaye. Na baadhi ya zile foundation nilikuwa naweka kwa ile episode 1, nikawa nimesema ya kwamba ilifika mahali tukaanza kuingia mpaka kule Lang'ata. Na magraveyard kama Lang'ata na graveyard zingine tofauti. Hata nyinyi mliingilia sasa unabii wa uongo. Tukaingia sasa kwa unabii wa uongo. In fact tukakuwa sasa wabaya kuliko Michael Njoroge. Ikakuwa sasa wasi. Hizo ni baadhi ya vitu tulizungumza kwa ile misingi kweli ya episode 1. Na baadhi ya vitu zingine tulizungumza kwa hiyo misingi. Tuliona kulikuwa na deal ambayo tulikuwa tunataka 1 million kutoka mahali, kutoka kwa mshirika mahali. Ndio sisi tuingie CBD. CBD town, maana tulikuwa tunataka tuchukue zile pesa tutumie kufanya advert nazo kwa radio, television na social media, na pia kulipa zile hall ambayo tutakuwa tunatumia na kufacilitate hiyo shughuli ambayo tutaanza CBD town. True. Nadhani hiyo ni baadhi ya foundation hapo actually tulikuwa tumefikisha hapo last time. Venye mlianza kushughulikia hiyo 1 million. Na kwa mwenye yako amewatch the last episode, unaweza kimbia pale YouTube kwa Saimokei, ama nitaweka link hapo utaiwatch. He is an ex-false prophet. Ex-false prophet. Very true. Alikuwa false prophet. Sasa alikuwa anatuelezea venye walikuwa wana perform hizo miracles, venye walikuwa wananyang'anya watu pesa, washirika, kuibia watu, kutapeli watu. Na hata kuingiza watu kwa ufalme wa giza. Okay. Bila hao kujua. Na nadhani hiyo ndio baadhi ya vitu tunaenda kuguzia leo kwa episode 2. Okay. Yeah. Wacha hata sasa nisiongee sana. Last time tulikuwa tumeacha mahali mumechukua mumeenda kwa huu mzee. Mumeenda kupata hiyo 1 million juu mnataka auze ile uwanja. Mkaenda kuperform miracles, fake miracles. Yes, we are there. So mlikuwa mshaanza kwenda TZ, yeah? Si ndio? Yeah, kweli. So hapa saizi tushatoa ile kichwa kwa mchanga. Na tukachukua wanyama wote wenye walikuwa hapo kwa hiyo boma, tukaenda kuchinja hiyo usiku. Mambuzi, kondoo, kuku, kila kitu iko na uhai. Tukawa tumeibeba. Na tulipokuwa katika zile sherehe yetu tunapiga, tukawa ngojea wamalizie kutuma zile pesa ambazo tulikuwa tumeeleza. Na the following day waliweza kufaulu kutuma zile pesa ambazo tulikuwa tumeeleza. Kuna ingine tukaenda tukachukua mahali tulikuwa tunaichukua. Na wengine wakawa wameendelea na safari. Kwa hivyo ilibaki wengine wabaki wakichukua pesa, wengine waendelee na safari. Yes. Na tukapanga hivi hiyo usiku tutafika mahali panaitwa mbele ya Kajiado. Okay. Karibu kwa mpaka ya Kenya na Tanzania. Namanga, nice. Ni hiyo jina nilikuwa najaribu kuitafuta. So ukifika hapo, ukiwa kwa hiyo mpaka, mara mingi wale wamejaribu ama wanaelewa, utapata network ya simu mara mingi huwa haishiki huko kama unatumia hizi mitandao zetu. So the essence in tufike hapo, tuwapigie, nao wataona sasa hiyo information katika simu zao. Wanaona hawa watu kweli wako Tanzania. Na isitoshe hapa kuna namba fulani ya Tanzania tulikuwa tumepatiwa mahali. Okay. Na tukapewa hiyo namba ya Tanzania. Baada ya some while tukawapigia. Kwa hiyo namba inakuja na kodi ya Tanzania. Kwa hiyo wanajua hawa watu tayari already wako Tanzania. Hawa wameingia Tanzania. So kuna mahali ilifikia wakati tumeshika zile pesa, tukaambiana na ndugu yangu, hebu tujaribu
badala ya kuingia CBD direct kwanza, tuone vile hizi pesa tutaingia kwa hizo social media, alafu tuone vile tutaanza kushika maushirika nyingi hapa katikati ya wiki kwanza, kama miezi 2 ama miezi 3 ndio tuingie CBD. So tukakuwa na change of plan, tusiingie CBD kwanza, tukue na watu kutoka kwa hizi ghetto, alafu sasa baada ya miezi hizo 2-3, maana tuko kwa TV na radio, kumaanisha zitatuletea watu na since zitakuwa zimetupea mileage, hiyo TV itajilipa, radio itajilipa, na bado kupata hizo pesa kama hiyo haitakuwa ngumu. So kitu ya pili tuka-opt, wacha tuchukue kwanza hizi pesa tununue full instruments za kanisa. Yenye tukitaka kuenda crusade ama outreach, hatuhitaji kuenda kuhaya speakers zingine, tunatumia zile zetu. Kwa hivyo unapata fare ya zile pesa za kufanyia mikutano kama crusade, hiyo pesa inakuwa kidogo sana, maana mko na vitu zenu tayari. Na tukasema wacha tupange hivyo. Tukafungua maushirika nyingi sana katikati ya wiki. Unapata tulikuwa na ya Githurai, ya Thika, ya Huruma, ya Dandora, Mathare, hizo sehemu zote kuko na social hall. Tukaenda tukachukua pia Thika. Sasa na nini, PM na nini? Yes? Hizi ma PM mko nazo mshanunua? Tuko na kila kitu. Hii pesa ndugu yangu, na ikafika mahali tukalipa wale tulifanya kazi na wao. Na hiyo ingine tukajua vile tutajipanga mimi na ndugu yangu hapa kando kidogo. Maana sasa tumeshashughulikia huduma, sisi ndio bado hatujajishughulikia. So tukaona hiyo mpango sio mbaya, maana tusiingie CBD tuanze kutafuta followers. Tuingie CBD tukiwa na followers tayari. Na hiyo hesabu yetu ikawa imeingia vizuri. Na sasa hapa ndio tukaanza kuona kwa hizi ma-radio na ma-TV tumekuwa, tunahitaji sasa kuanza kuperform extraordinary miracles. Kwa sababu tayari tumeingia kwa hizo sasa radio na local station nyingi sana, na zinatuletea watu tofauti tofauti, na baadhi ya hao watu tofauti tofauti, kuna baadhi ni watu matajiri ambao wanakuja kutafuta msaada wa kiroho kwa ile kanisa ya unabii wa uongo. Na hapo ndio tukaambiana na ndugu yangu, itabidi turudi huko mahali tulitoa ile vitu ya kutisha. Unajua sasa hapa tumegundua siri ni tukue na vitu ya kutisha, enye ukiwekea mtu mahali ufanikiwe kuwekea mtu, kama ni kwa boma ama ni kwa gari ama ni kwa ofisi yake mahali, hiyo kitu mnaweza mkamuitisha pesa nyingi sana. Usisahau ile milioni moja wakati imetoka, imetumotivate sana. Na usisahau kutuma tu milioni moja peke yake, maana huyo mzee wakati alitoa zile down payment, mwenye kununua ile shamba, kuna pesa nyingine alikuwa amalizie baadaye. Kwa hivyo kuna pesa nyingine baadaye tulikuwa tunaisubiria. So tukaona kumaanisha hawa watu wakitishwa vizuri na hizi vitu, tunaweza tukakuwa tunatengeneza pesa mzuri sana. Usisahau ndugu yangu Saimo, sisi hapa tumeingia, nia yetu ni pesa. Hatuingii kwa vitu zingine. Na ndio tuka-opt wale watu tulipatana na wao pale Lang'ata. Baadhi ya hapo kulikuwa na watu ambao walikuja wakiwa ni waganga. Na nikisema Lang'ata ninamaanisha mahali popote kuko na graveyard, sio specific Lang'ata. So tukaona wale waganga tulipatana na wao hapo, wenye walikuwa pia wanachukua vitu zao. Mbona tusiwatafute mahali, tukae tu mahali kama sasa tu wanaume, tubadilishane mawazo 2-3, tusikie wana maarifa gani kwa hizi vitu. Na kuna huyu mzee alikuwa anaitwa Muhammad, bado ndio Alhaji. Na huyu ndio baadhi ya watu walianza kukua spiritual directors kwetu. Sasa unajua hapa tuko bado na spiritual father anaitwa Michael Njoroge. Na bado kuna watu wengine tumeanza kushikana na wao. Na kuna nabii mmoja sitamtaja jina, ashaikuja kwa Michael Njoroge tukiwa huko bado. Alikuwa anatoka Tanzania. Huyo nabii alikuwa ni nabii famous. Ni nabii famous sana, lakini nabii wa uongo. So kuna wakati moja tunakumbuka wakiwa mahali kwa ofisi wanapanga kazi na Njoroge vile watafanya kazi. Yeye akawa hata anaambia Njoroge vile anakuanga kwa mambo ya uganga na vitu kama hizo. Kwa hivyo tukaona ikiwa Michael Njoroge pia na marafiki ambaye ni waganga, haimaanishi yeye ameingia kwa uganga. Kumaanisha ako tuna watu pengine wanasaidiananga mawazo ya kikazi. Kwa hivyo tukajua hapa wacha tuconduct hawa watu. Na hatukuweza kuongea na hao mambo mengi, lakini huyo mzee alituambia nitakuja kuwatumia mtu, atakuja kuwasaidia. Na baada ya hapo communication yetu na ule mzee ikawa imepungua kidogo. Sisi tukaelewa ni sababu ya kikazi. Unajua ni wale watu wako very busy, matajiri sana, they are very busy. Kwa hiyo mambo yao wana wateja wengi sana. Na tukiwa tunaendelea na huduma, wakati tunahudumia watu,
kumbe kuna mshirika mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke. Niruhusu nitaje jina huyu mtu tafadhali. Okay, no problem. Niruhusu, unajua kwa nini nasema hivyo? Kanisani mahali tulikuwa tunashiriki pale Roiro Hilton. Watu ambao walikuwa wanakuja kanisani washirika walikuwa wengi sana. Na nikitaja hii jina wanajua huyo mtu. Okay. Kwa hivyo inanisaidia kueleweka, sio tu kwa viewers ambao wananiona mara ya kwanza, bali kwa wale tulikuwa nao hapo kanisani. Hata kuna kwa comment niliona mtu amesema ni kazini yako na ni ukweli nyinyi mlikuwa manini false prophet. Huyo sasa ni cousin. Yako hapa kwa comments ya last time. Amen. Glory to God. I wish tungemwona tumpe shout out. Huyu mzee wakati alisema hivyo sisi hatukujua anamaanisha atakuja kutuma mtu. Ndivyo. Kwa hivyo baadaye sisi tukakuja kugundua okay, kuna baadhi ya washirika walikuja na kuna mama mmoja alikuwa kanisani. Huyu mama alikuwa anaitwa Masi Muhali. Masi Muhali. Alikuwa anatoka sehemu za Western. So wakati sisi tunaendelea na huduma, huyu mama sisi tunafikiria ni mhuduma wa kawaida. Lakini huyu mama tulipokuwa tunafika ni wakati yeye kukuja kuonana na sisi kwa ofisi, huyu mama hakuwa ni mtu anahitaji maombi mingi kutoka kwetu na alikuwa mtu very calm. Okay. Sio kama wale washirika wengine unaona wanakuja wakiwa desperate, wanaongea mambo mengi, muwasaidie na jambo fulani, muombe jambo fulani. Huyu ni mtu anakuja kwa very composed, kwa very calm. Na vile hata alikuwa anaongea, unaona huyu mtu kuna kitu tofauti na washirika wengine. Unajua sasa sisi kwa sababu tumezoea kufanya kazi na akili, hata watu wangetumwa huko wakuja wafanye uchunguzi, tulikuwa very sharp ku notice. So unapata huyu mama, unapata sio kama washirika wengine. Hiyo siku ikaisha, the following day, the following siku ya huduma, I think it was on Friday, she came. Na baada ya kitu kama wiki moja, wiki mbili, huyo mama ni kama akagundua hatujamjua na hatujamnotice. Kwa hivyo yeye ndio akaanza kujintroduce kwetu, lakini kwa njia ya hekima, pole pole. Na Saimo huyu mama surprisingly, unajua nani ametuma huyu mama? Muhammad. Yes. Amemtuma aje? Huyu mama amemtuma akuje atusaidie mambo ya kiroho. Yes. Na ule Muhammad unamuita al-what? Yes, Alhaji huyu. Alhaji. Ndio, unajua sasa wale makolleague mahali tulikuwa tunaenda tunapata kuchukua vitu, unapata pia wanakujanga kuchukua vitu huko. Na vitu hapa ninamaanisha wanataka kuchukua saa nyingine mifupa. Saa zingine katoto kamekufa. Yes, wanataka kuperform rituals zao. Okay. Tulieleza hiyo kwenye episode 1. So, huyu mama kuna wakati mmoja alikuja kanisani tukiwa tunahudumia na akatuambia na wachungaji kuna mafuta fulani ambaye huwa inauzwa kwa mabookshop. Na hii mafuta wachungaji wengi wao wanaitumia, na akatupea mfano. Sisi hatujui, anataka kujiintroduce kwetu maana sisi hatujashika network. Akatuambia mama yangu alikuanga anashiriki kwa kanisa fulani ya Nigeria zamani sana, na huyo Nigeria kuna mafuta fulani alikuwa anakujanga nayo. Na hiyo mafuta kwa mabookshop ndio inakuwa, sitataja jina hiyo mafuta, lakini kana uzongo very expensive, na nikachupa kadogo sana kanatoshana hivi. Mafuta ya kufanya nini? Ni anointing oil. Yes. Okay. Lakini sasa hii mahali imetoka kwa misingi yake iko na nguvu ya kuita washirika kwa kanisa. Mchungaji akijipaka anakuwa na kibali kwa watu. Mchungaji akijipaka ama akipaka washirika hiyo mafuta, wale washirika hawezi wakachoka kukuja kanisa ya huyo mtu. Yaani wanapata mafuta imefanywa nini, ma rituals ama ni mafuta tu ya kawaida? Sio mafuta ya kawaida. Ndio unasikia sasa ameanza kutuintroduce. Okay. Sasa kitu ilishika attention yetu ndugu yangu Saimo K, ni wakati tuligundua huyu mama kuna vitu anajua enye tunaona inaweza ikatusaidia. Na wacha nikushangaze ndugu yangu. Huyu mama alitufika mahali akatupiga 10 nil na maandiko. Hivi ndio tulianza kuwa introduce sasa kwa mambo ya ushirikina. Unajua hapa sisi ni manabii bado kwa akili tu tunapanga vitu yetu na akili, hatutumii nguvu za giza. Sasa huyu mama ndiye amekuja kutupatia sasa spiritual circumcision, kutuingiza kwa hizi vitu, kututahiri kiroho. Na huyu mama akatuambia, si unajua sasa mambo ya mafuta ametuguzia, tukajua huyu mama inaonekana kuna vitu vingine viwili vitatu anajua enye sisi hatujui, inaweza kuwa ya faida kwetu. Na kweli tulimpea pesa na huyu mama alienda akakuja na hiyo mafuta. Na tuka practice nayo kwa ibada. Na tukaona the following service imekuwa na turnout tofauti sana. Watu wameongezeka, iko na anointing yake. Unajua ibada yenyewe nyinyi mnaielewa. So kuna kitu tofauti mnajua, mnasikia kuko na anointing, inaitwa demonic grace. Kuko na another anointing enye sio ya kawaida.
Na hata washirika unasikia wakikupea feedback. Hiyo ibada wanaisifu vile ilikuwa powerful. What? So tukaona huyu mama kuna kitu anaweza kuwa kuna nyingine yenye tunahitaji. Wakati tulimpea pesa akaleta na akafika mahali akatuambia, mchungaji, na hata kuna handkerchief. Na hizi handkerchief hata huyo pastor alikuanga anatumia. Pastor wa mama yetu unajua sasa anatuambia na mchungaji Mnigeria wa mama yake. Badala atuambie tu straight to the point. Pengine sisi tungemkemea ama tumfukuze. Na akatuguzia mambo ya kitambaa pia. Okay. Na akatuambia kitambaa mchungaji wakati anahubiri huwa anashika microphone na anafunika hiyo kitambaa kama vile nimeshika hii simu kwa mfano. Kwa hivyo wakati anahubiri hii nguvu iko kwa hii kitambaa ndio huwa inaenda ikitenda miujiza kwa watu wenye wanamuona. Na tukaona huyu mama kuna tu vitu 2-3 inaonekana anaelewa yenye sisi hatujui, wacha tumweke karibu. Tukataka kujua anaishi wapi, anatoka wapi na nani aliwaleta hapa kanisani. Na tulikuwa tunamuuliza nani alikuletanga kanisani. Ikifika hapo alikuwa na smile. Unajua kuna suspicious smile mtu anaweza kukupatia iashirie kuna kitu fulani. Na huyu mama now to cut the long story short, tukajua huyu mama anaweza akatusaidia kwa njia moja ama nyingine spiritually. Hapo ndio tulichukua pesa tukaanza kumlipia nyumba asikae mbali na kanisa. Okay, sasa umepata mganga wa karibu. Huyu ni mtu wa karibu, amejileta mwenyewe. But swali yenye tulishaimuuliza hiyo hajawahi jibu, nani alimkaribisha hapa kanisani. Lakini sisi haikutusumbua sana, tuko kwa TV, tuko kwa radio. Wageni watu wanaendanga ile word of mouth wanaleta watu kanisani. So hiyo haikutusumbua sana. But huyu mama tumembefriend, amekuwa karibu na sisi sana. So wakati tunafanya ibada ya 1-on-1, tukimaliza hizo ibada za katikati ya wiki, jioni sasa tunakuwa na kama 3 even 4 hours. Wakati na huyo mama peke yake, tusikie mawaidha yake. Na hapa ikafika siku moja, huyo mama akakuja akatuambia, na wachungaji hebu niwaulize, huwa mnaamini kuna kuanga na waganga wabaya na waganga wazuri? Tukamwambia hapana. Si waganga wote ni wabaya. Sasa unaona mahali tunaanza mzuri. Unajua huyu mtu kitu ya kwanza anajua, ametustudy na ni kama anaelewa. Hawa ni manabii wa uongo wako kwa hustle yao, lakini hawajaingia kwa mambo ya divination. So amelitumwa akuje atusaidie. Na pia kuna maagizo alipatiwa. Nitakuja kushare hapa mbele mahali tunaelekea. So tukamwambia hapana, hakuna hata mahali neno ya Mungu kwa Biblia. Sasa bado tunajidefend sina maandiko. Maandiko hakuna mahali ati inasema kuna mganga mzuri na mganga mbaya. Na akatuambia mnaamini kuna majini mzuri na majini mbaya. Kwambia hapana. Majini mzuri? Yaani umeingia hadi kwa majini sasa? Sasa wewe na wewe. Ndio yangu. Endelea majini. Sasa ngoja uone vile mambo ilianza ku unfold. It's getting very interesting. Akatukotia numbers. Kitabu ya Hesabu 23. Watu wakiwa na muda wao watasoma. Maandiko hapa inasema kulikuwa na mtu anaitwa Baalaki na mtu anaitwa Baalamu. Na Baalaki akaona atashindwa vita na wana wa Israeli, akatafuta mtu ako na nguvu ya kiroho ya kulaani wana wa Israeli ili waende vita wakiwa wanaoperate chini ya laana yake, ndio huyu Baalaki aweze kuwashinda. Na huyu Baalamu akienda kuachilia hizo laana, sauti ya Mungu ikamtokea ikamwambia, ndugu yangu, unajua hapa tunashuka mateka na neno la Mungu sasa. Sauti ya Mungu ikamtokea ikamwambia huyu Baalamu, hauwezi laani watu ambao wamebarikiwa. Kweli. Na hapo wakatuambia, wachungaji wacheni niwaulize, tuangalie huyu Baalamu kwa undani kidogo. Kwa nini ana uwezo wa kulaani na bado ana uwezo ya kusikia sauti ya Mungu? Ndugu yangu, hapo amekuchapa tena. Hapo ameanza kututandika. Nyewe kama hujakoma kwa neno. Unajua kwa huyu nabii wa uongo hakunanga kukoma kwa neno, nyinyi mko biashara tofauti. Na akatuambia sasa kama yeye babu yake alikuanga ni daktari wa kienyeji, hakuwa mganga, na akaanza kutupea mifano. Kuna watu walikuwa wanakuja kwake wakiwa na mashida ya kiroho. Huyo babu yake anaenda anachuna mitishamba na madawa tofauti tofauti kutoka kwa mimea, kwa mizizi ya miti, anachamusha ingine, anawapatia, wanakunywa na wanapona. Kwa hivyo huyu mtu, kuna watu walikuwa wanamuita mganga, lakini si mnaona anasaidia maisha ya watu. Ndugu yangu, unaona mahali tunaanza kuenda polepole, hiyo ni ukweli. Na point ambayo anajaribu kuleta tuweze kuelewa, kuna watu wengine sio ni waganga, lakini ni madaktari wa kienyeji, waganga wazuri. Na unajua huyu mtu mganga ambaye ni mganga
kuna roho ambayo inamtumikisha, kumaanisha sasa sio roho mbaya, maana anasaidia watu. Are you getting the point? Very deep. Na tukamwambia hiyo point yake tunaielewa. Ni nini yeye alitap ama ashaifanya ikasaidia maisha ya mtu, na akatupea mfano. Kuna mwanamke alikuanga na shida ya kuzaa, na alimchamshenga miti shamba fulani, na akampatia na hii kwenda muda mrefu, huyo mtu akajifungua. Okay. Kwa hivyo hiyo kipawa yeye aliridhi kutoka kwa babu yake wakati babu yake alikufa. Na kuna mtu tu kanisani, sisi tulikuwa tunajua, baadhi ya washirika sio wageni, huyu mtu alikuwa na issue ya kutokwa na damu sana. Tukamwambia basi kuna washirika wako hapa na kuna mtu wako na shida, unaweza msaidia hiyo shida yake. Akatuambia kama ni mtu anatokwa na damu, hiyo kuna mimea mimi najua, nilifundishwa na babu yangu, grandfather. Kwa hivyo tukamwambia siku ya huduma, hebu enda tengeneza ukuje na hizo vitu tuzichamshie hapa kanisani, na wewe ukunywe na mimi nitakunywa. Na ndugu yangu akunywe, tuhakikishe iko safe. Alafu ule mshirika ambaye anatokwa na damu akunywe hiyo kitu. Do you know, huyo mtu baada ya kukunywa hiyo maji, baada ya siku 2-3 damu iliacha kutoka. What? Yes. Hapo tumeanza kupigwa another 10-0. Kumaanisha kuna vitu iko huku nje, watu wanaweza wakasaidiwa naye, na mtu akakuja akashuhudia. Unajua hapa mjalipa mtu alete ushuhuda wa uongo. Hapa si ati ni uongo, ni muujiza uongo mmetunga. Hii ni vitu real, vitu zina happen. Sasa tukaona basi huyu mama ni mtu mzuri, anaweza kuwa na maarifa mengine ya kusaidia hawa watu. Kwa hivyo hatutakuwa tunahitaji kulipa watu wa kukuja kuleta ushuhuda ya uongo. Huyu mama atatusaidia na mambo mawili. Hapo ndio huyo mama sasa tukajipeana kwa mikono ya ule mama. Akakuwa sasa rafiki wa karibu sana, rafiki wa kiroho. Na wakati mmoja akiwa amelala kwa nyumba, mtoto wake, mtoto sitamtaja jina, lakini nikisema tu jina ya mama watu najua wanajua, na naomba Mungu awalete kwa comment section waweze kuconfirm vitu ambavyo ninaisema. Huyu mama wakati mmoja akiwa sasa kwa nyumba tumewakombolea, hakuwa na mwanaume. Unajua foundation yake na historia yake alituguzia kidogo, akituambia kwao walikuwa mapacha 21. Mama yake alizaa mapacha moja 21. Na hata wakati alisikia sisi ni mapacha, hiyo ni baadhi ya kitu ilimvutia. Mapacha sasa wawili. So walikuwa watoto, wamezaliwa watoto 12, lakini ukihesabu wote si ni mapacha. Kwa hivyo wale watoto 24. Na yeye ndiye alifanikiwa kurithi hiyo kipawa kutoka kwa babu yake. Na baadhi ya urithi zingine alikuwa ameachiwa kama shamba. Tutakuja kuguzia hapo wakati tunaendelea. Kwa hivyo tukaona huyu mtu kuna mambo anajua ambayo si hatujui. Na hapo akiwa wakati mmoja ako kwa nyumba, unajua sasa tunanunua vitu 2-3 ya nyumba, at least akuwe karibu na kanisa na nini. Mtoto akakuja akatuambia kutoka ibada ya Jumapili mama alitoka kanisa, kutoka hiyo Jumapili, Monday, leo ni Tuesday siku ya ibada sasa, huyo mama hajaamuka. Mtoto sasa ndiye amekuja sisi kutuambia. Lakini huyu mtoto wakati alikuja kuingia kwa ofisi kutupea hizo habari, maana tulipewa na Asha ujumbe kuna mtoto wa mama fulani amekuja na anasema kuna shida mahali. Kwa hivyo tunataka tumsikie. Na wakati tulisikiza huyo mtoto alikuwa amevaa sura tofauti sana na si ule mtoto si tunajua. Na alituongelesha na lugha ya kutucommand. Yes. Amevaa sura, unajua mtoto, huyu si mtoto sasa, huyu ni kitu kingine. Akatuambia, wachungaji, ule mtoto wenyu, sasa huyo mama, unajua sasa wanamuita kama mtoto wetu wa kiroho, maana washirika nasema ni watoto wetu wa kiroho, lakini sisi ndio tunajua huyu mtu kuna mambo anajua hata sio kama mtoto wetu wa kiroho. So mtoto wenyu kwa nyumba na kuna mahali alikuwa anataka kupaa na ni kama kuna changamoto imempata. Mtoto yes. Mtoto aliongea kwa uchache na akawa ametoka. Sasa sisi tukajua kulingana na vile tumeona the nature of that communication, ni tuache kwanza ibada tukaingisha watu kwa maombi. Wale junior pastor wakishikilia kanisa maombi, sisi tukachukua pikipiki mbio sasa kuenda mpaka kwa ule mama. Tukabebana na mama moja hapo pamoja na one of the junior pastor wa kutusaidia. Juu alikuwa mama mnene sana. Kweli tulifika hapo, tukapata ule mama amelala kwa floor, na floor sasa inaingiza mwili wake baridi, ni kama damu imeanza sasa kushikana kwa mwili, ni kama inaanza kusumbua yeye roho yake kupambu damu. So tukaona huyu mama kitu ya kwanza tutamfanyia ni tumchukue, tuweke mattress chini, alalishwe hapo. Tukasaidiana na ule mama, tulikuwa tumekuja na wale junior pastor, tukasaidiana hiyo kazi ikawa rahisi. Mama akafunikwa kidogo, ule mama akaanza kumpikia uji. Sasa wakati aliamuka ndiye akatuambia, sasa wachungaji, wakati hawa sasa wametoka kidogo, wachungaji, kuna vitu sijawahi waambia. Mimi kuna maisha ya mtu tulikuwa tumeenda kuokoa mahali na tukapatana na wachawi wakubwa kutuliko huko na tukaanza vita na walikuwa wamenizidi nguvu. Ndugu yangu,
Kumba hii kulala si kulala sasa. Kwa hivyo kuna mahali ilienda. Yes. Na ninakwambia, hii nakwambia ni mbele ya Mungu aliye hai. Na ukisoma Deuteronomy chapter 20 verse 19 to 20, maandiko yanasema mtu yeyote atakuja kuongea neno kwa miungu mingine ama kwa uwezo wa maroho mengine, huyo mtu anastahili kufa. So I'm speaking because I have that understanding. Are you understand what I'm saying? I get. Hii part 2, as we said in the previous video, ile episode 1, nilisema hii tutaenda kukungia deep kidogo. Huyo mama wakati aliamuka, ndio kuna mambo alisema anataka kutuguzia ambaye sisi hatujakuwa tukijua. Na wacha niseme hivi ndugu yangu Saimo, this is a true story. Na ninaguzia a true story kwa sababu watu ambao wako Roiro, nimehudumu huko zaidi ya miaka 7, miaka 8. Kwa hivyo wanajua huyo mama na kuna wengine wanajua hiyo historia. Na nitashukuru Mungu nikiwaona kwa comment section. So, huyu mama alianza kutuguzia kitu moja. No problem, tuendelee tu. Huyu mama alianza kutuguzia kitu moja na akatuambia baadhi ya vitu ambaye angetaka tujue ni ya kwamba kuna nguvu ya kiroho yeye alirithi kutoka kwa babu yake. Na hii nguvu ya kiroho ilikuwa ni kukua muganga wa kusaidia maisha ya watu. Sio muganga mbaya. Na pia yeye kuna maroho ambaye huwa inamsaidia na sio maroho mbaya. Na story hapa ina get very interesting kwa sababu alituambia katika sehemu yake, private part yake, kuko na manyoa ambaye ni ngozi ya chui. Yani in another word, hii ni ngozi ya chui. Alizaliwa akipata ikiwa hapo na ilikuwa inakaa kama nyota. Iko private part. Yes. Iko na kona 5 kama nyota, vile nyota huwa inakaa. Kwa hivyo imewekwa wapi? Imeshonelewa hapo ama iko aje? Sasa hiyo ni kitu yenye alizaliwa nayo. Ndio nauliza. Iko wapi exactly? Sasa mambo kama hiyo huwezi uliza mwanamke ndugu yangu. Naweza. So mtu akikwambia ni kwa private part, you cannot question more. Alafu unajua ni mwanamke. Ingekuwa mwanaume, unajua wanaume tutaitana kando tuambiane mambo. Hata tunataka kuona hiki kitu kuconfirm. Basi sasa ni mwanamke. Ati nionyeshe. Yeah, kama ni mwanaume. But sasa alituambia ya babu yake hiyo nyota ama hiyo ngozi ilikuwa kwa mgongo. So wakati babu yake alikufa, ilitoka ndio ikakuja kwa private part yake. So wakati alikuwa mdogo ilikuwa kama nyota, na ilikuwa wakati anakuwa na hiyo ngozi inaenda ikikua. Na itakangi mtu ajichafue, gwedheria, kupatana na wanaume wengi. Sasa hebu niambie, ukiwa na mwanaume uende Ulaya na mwanamke kama huyo na ujui, ni vizuri mtu akuwe anaangalia kwanza. Unaangalia nini? Sasa ndio mtu anakuambia zime stima. Taki unione. Hapana, wacha nione. Na huyu mama Simon, baadhi ya vitu alikuwa anatuambia za kutisha ni hizo. Na akatuambia hapa ndio tulianza kugundua siri zingine za kiroho, kama mojawapo ya kwamba wanyama wanakuanga wamebeba roho tofauti tofauti. Wanyama. Na tukataka kujua sana wanyama wamebeba roho tofauti tofauti kwa njia gani. Na akatueleza mnyama kama nyoka katika hiyo ufalme ya kukua daktari wa kienyeji wa kusaidia watu, huwa wanaweza wakatumia nyoka ama wakatumia pengine simba ama wakatumia mnyama mwingine, inategemea imebeba roho gani. Kama simba inaaminika iko na ujasiri. Kwa hivyo wakati anataka kufanya kitu iko na ujasiri, is either akuwe na kitu ambaye iko na point of contact ama inahusiana na simba. Kwa mfano, yeye alikuwa na picha, physical picture, enye anaweza weka kwa ukuta yake. Hiyo picha ameweka kwa ukuta ni ya chui ile ambaye yeye amebeba. Usisahau ile ngozi ndio inafanana kama chui. Iko na maraka kama chui madoadoa. Kwa hivyo yeye akiwa na hiyo picha kwa nyumba yake, hiyo ni ulinzi yake. Hakuna mchawi ama mganga anaweza ingia kwa hiyo nyumba. Umeona? So na kweli baadaye nilikuja kugundua hii revelation. Mtazamaji wetu unaweza ukasoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 15. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mnyama ambaye sasa anatajwa hapo alikuwa ndio nabii wa uongo, na huyo nabii wa uongo akapumua kwa sanamu,
na hiyo sanamu ikaanza kuongea kinyume na wana wa Mungu. Sisi tunaweza kuzia tu andiko mbio tu tafadhali. Wacha niiguzie maana iko hapa. Kitabu ya Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 15. That is Revelation. Revelation chapter 13 verse 15. Utasoma ama nikusomee? Nisome tafadhali. Umesema Revelation ngapi? Chapter 13. Chapter 13 verse 15. Verse 15. Yes. Na inasema hivi. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. So hapo point ambaye ningependa wa viewers waweze kujua na kuelewa ati huyu mnyama ambaye anatajwa kama beast hapo ukisoma Revelation inaongelea nabii wa uongo anasema sasa amepewa nguvu na uwezo ya kuachilia pumzi katika sanamu ya hiyo mnyama ili hiyo sanamu ianze kuongea na ifanye kuongea ambayo itakuwa inaongea inasema na ifanye wote waisujudie sanamu ya mnyama, isujudie ule nabii wa uongo. So kitu najaribu kusema kwa ufupi hapa kwa sababu ya muda ni ya kwamba hii sanamu ilipewa nguvu na ikapewa uhai iweze kuongea. So tuulizane swali hapa kama watu wanaelewa sayansi ya kiroho kidogo. Kitu haiwezi ongea kama haiko uhai. Kwa hivyo ishapewa pumuo. Ni kwa mfano ukuwe na sanamu alafu uiongeleshe, uipumue, uipe breathe na ianze kuishi. You see that revelation? Now sasa katika ufalme wa giza ama katika ulimwengu wa roho inaaminika sanamu yoyote iwe ni picha ya mnyama au iwe ni nguo imetengenezwa kama mnyama fulani, idol ama idol. Okay, let me break this down ndio pengine watu waweze kuelewa. Unajua tunaongelea na mambo ya kiroho, lazima we have to be very systematic. Yes. Sanamu ni sanamu ikiwa imechongwa ama imewekwa kwa picha ama iko kwa nguo. Kwa hivyo sanamu hapa inaweza ikakuwa ni nguo ambayo imetengenezwa kama samaki kwa mfano. Kwa hivyo hiyo nguo imetengenezwa na iko na muundo kama samaki kwa sababu imebeba sasa hiyo roho ya samaki. Okay, hebu niguze kitu hapa Simon tuanze kuelewana vizuri. Ukisoma katika kitabu ya wacha tuangalie Exodus. Na kuna baadhi ya vitabu 2 ama 3 utaona tunasoma na sababu ya kusoma hivi vitabu ni tusaidie tuweze kuelewa, maana kuna vitu siwezi nikaongea kama sijaelewa, tujaweka misingi ya neno la Mungu. Tunaweza angalia kitabu ya Kutoka mlango wa 20 mstari wa 4. Exodus verse 20, chapter 20 verse 4. Yes. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above or the earth, beneath or in the water. Nice. Below. So hapa unapata tunaona Mungu anapatia Musa sheria apewe wana wa Israeli ati msitengeneze sanamu ya kitu yoyote. Kweli. Ya kitu yoyote ambaye iko juu mbinguni, iko ardhini ama iko baharini. So mtu akichukua leo mchongo ya mawe achonge samaki, maana iko baharini, tayari ameshatengeneza sanamu already ya mnyama. I think hivi vitu inaeleweka. Unajua sasa hizo vitu zimejaa. Ati? Si zinauzwa huku na watu. Nice. Now that is the point. So hawa wanaambiwa msitengeneze sanamu ya kitu yoyote. Kwa hivyo Mungu amekataa hiyo. Mungu amekataa. Na kuna pia wale wanavaa rosari na iko na sanamu ya Yesu. So unaona huyo bado ni Yesu na hiyo ni sanamu. So nitakuja kuongea kwa undani, lakini kuna point ambayo sitaki ipotee hapa kwa watu. Ni ya kwamba katika ufalme hii ya kiroho inaaminika na inaeleweka vizuri. Mnyama akiwa kwa picha ana uwezo wa kuongea kutokana na Revelation chapter 13 verse 15. Na kitu ya pili, mnyama yote anatembea kwa ardhi ama mnyama yote ako kwa bahari ama mnyama yote ako juu mawinguni, kama ni ndege anapaa kwa mawingu na vitu kama hizo, wote ni wanyama. Kwa hivyo ukipiga picha yake uiweke kwa ukuta, tayari hiyo sanamu inaongea. So katika ulimwengu wa roho ukiwa na picha ya simba hapa kwa nyumba, ujue tayari ni porthole in the spirit. Kwa hivyo hata hizi vitu watu wananunua una hang kwa nyumba imechongwa. Hiyo ni sanamu. Good. Umeleta point mzuri Simon K. Mfano, unaona kuna watu wana decorate picha fulani na mtu anapiga picha mzuri, anatengeneza anaweka frame mzuri anaiweka kwa ukuta na ni picha ya bahari. Sasa katika ulimwengu wa roho, hiyo ni milango. What do you mean? Ya kuingia kwa nyumba ya huyu mtu spiritually. Hey. Very true.
Na si kuna wanabai hadi nini kama kuna mwenye niliona amechonga lion ameweka kwa gate. Kwa gate Yeah. Na pia tukikuja kuendelea pengine another episode, maana sitaki kupoteza hii ujumbe. Kuna katika hii ufalme tulikuwa zingine zinakuanga ni maroho, ndio spirits zenye zina protect your area. Sio tu ati ni kitu. Maana sasa roho inakujanga, inavaa ile sanamu, kwa hivyo inafanya hapo inakuwa ni nyumba yake, mahali pake pa kujificha. It's very deep. Na tutakuja kuendelea, lakini kitu ambacho nilikuwa nataka si hata ya mwisho kabisa, si hata hizi doli tunabaia watoto ma teddy bear. Si ni sanamu ya mnyama. Kwa hivyo pia hiyo ni point of contact hapa. Point of contact, of course. Na kama ni teddy bear, hiyo mnyama ya teddy bear ina roho ambayo imebeba. Let me give an example ya relevant. Kama ni mbwa, mbwa tunajua inakuwa imebeba roho ya usherati, ama wale watu wanaelewa. So kwa mfano in the spiritual realm, mtu akiota kwa ndoto ameumwa na mbwa, utapata huyo mtu maisha yake anaanza kuingiwa na spirit ya sexual immorality na fornication. So ninajaribu kuguzia vitu basic, nipeane hiyo example ndio support hiyo point yako. So hizi vitu wakati mtu ameiweka kama sanamu, huwa mara mingi hizo maroho zinakuja na zinakaa kwa hizo vitu, na sanamu hiyo inaanza kuongea kitu ambayo imetumwa kufanya kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo kama ni kurelease curses kwa hiyo nyumba, wakati watu wamelala especially, Mungu atusaidie tuweze kuelewa kitu nasema, maana tunaanza kuingia kwa vitu very deep. Kwa mfano wakati watu wamelala katika ulimwengu wa roho, na hapa ndio nitakuja kukuonyesha huyu mama wakati tumejuana na yeye, baada ya hiyo mazungumzo tulikuwa na yeye ameamka, nilipewa kibarua ya kwenda kutafuta mtu anaweza akapaint ama picha mzuri ya cheetah. Na nikiwa ninaishi pale Utawala, kwa watu wamewahi nitembelea, najua nilikuwa na marafiki wawili watatu walikuwa wanakuja kutembea kwa nyumba, kulikuwa na picha ya hiyo chui ambayo nilikuwa nimeweka kwa ukuta ya nyumba. Na hii chui kazi yake ilikuanga ni ya protection. Usisahau huyu mama ameanza kutufunua kwa mambo fulani ya kiroho, na hapa sasa tumeanza tumeanza kuelewa wanyama wanabebanga roho. Kwa hivyo unaweza ukakuwa na mnyama ama ukakuwa na picha ya huyo mnyama, bado amebeba the spirit ya huyo mnyama. So venye huyu mama aliamka ndio amekwambia uende upaint hiyo nini ama? Sasa hapa inakuja hapa mbele. So wakati nakuja nitakueleza hiyo jambo. So huyu mama alianza kutusaidia kuelewa ya kwamba mnyama kama hiyo ngozi ambayo yako nayo ya nyota ni alama ya kipawa yake. Na hizo nyota ni nyota 5 ambaye zinasimamia vitengo 5 ya misingi ya unabii. Lakini sasa ni misingi ya unabii ya uongo. Hiyo tutakuja kuongea baadaye. So kuna levels 5. Level, nice, that's the point. Umeleta hiyo point vizuri. 5 levels in the spirit, in the false prophetic ministry. Na ndio naona anatumwa kuja atusaidie kazi. Sasa aliwaelezea hizi levels ni gani na gani na gani? Alitueleza, na sasa nitakuja kuieleza kwa hiyo video nyingine ama episode nyingine, maana sitaki tupoteze hii point hapa. Okay. So hawa wanyama katika hiyo revelation tulipewa ama tulielewa ni ya kwamba hawa wanyama wanaongea, ukiwa na picha yake bado anaongea, na bado ndio point of conduct ya ile roho unataka ifanye kazi kwa maisha yako ama kwa maisha ya mtu fulani. Na kwa sababu yako na hiyo nyota, kwa hivyo mimi nikiwa na picha kama hiyo kwa nyumba ya hiyo nyota ama ya chui, maana hiyo nyota iko kwa sehemu yake ni aina ya chui. Kwa hivyo ni sawa sawa nimetap kwa spirit yake. Na hapa ndio akiwa ameamka alianza akatuambia baadhi ya vitu zingine wakati alikuwa amelala, kitu ambaye alikuwa ameenda sisi kutuletea, alikuwa ameenda kutuletea kitu itakuja kutusaidia kwa huduma. Unasikia sasa? Na hii mazungumzo yetu ilichukua more than 5, 6, 7 hours. Tulikuwa tunaachana na hao around saa 4, saa 5 za usiku. Na akawa anatuambia mambo very deep. Kwa mfano alitueleza kwa sababu alitumwa hapa tusaidie kazi. Sisi hatukuwa tunajua ni kazi amekuja kutusaidia. So hii kazi yenye alikuwa amekuja kutusaidia, kuna baadhi ya mifupa alikuwa ameenda kuchukua. Na hizi mifupa ameenda kuchukua zilikuwa wengine ni ya watumishi wa Mungu ambaye walizikwa. Na sasa kuna baadhi ya watu ambaye walikuwa wanataka ile mifupa. Hebu niguzie kitu hapa, na ndio maana itabidi tusome andiko lingine tena. Tafadhali. Ama nitaiguzia tu kwa sababu vitu tunaongea ni very deep, na pia nataka nionyeshe watu kimaandiko hii ufunuo. Unajua kama wachawi na waganga wanasomanga Biblia. Akipatana na mteja ambaye ni Muislamu, huwa anatoa Qur'ani anaweka kwa meza. Anakaa naye kulingana na imani yake. Akipatana na mteja ni Mkristo, atatoa Bible aweke kwa meza. Anakaa naye kulingana na imani yake.
na wanasoma Biblia vizuri sana, na wanaweza wakasupport imani yao kutokana na ile misingi ya kitu wanaamini, ili washike huyo customer wao mateka, ikiwa ni Mkristo au ni Muislamu. So tulikuwa kwa hizi kazi yenye alikuwa ameenda, so alitueleza baadhi ya mifupa fulani mtu akiwa amezikwa huwa inakuwa na nguvu tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu akiwa alikuwa mtumishi wa Mungu wa kweli akawa amezikwa, mifupa yake inakuanga na anointing ile alikuwa nayo. Na tutaguza andiko kidogo mahali. Lakini huyu mtumishi wa Mungu ikiwa alikufa amesimama kwa misingi ya kiungu, hata kwa kaburi yake mtu haezi akakaribia. Okay. Lakini ikiwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alianza vizuri na Mungu ikafika mahali akajichanganya, kuko na kitu ya Mungu ndani ya huyo mtu. Na kwa sababu mtu akikufa hawachangi kukua huyo mtu. It's very, very, very deep. Hebu tuguze andiko ingine moja na Mungu atusaidie hapa. Tutaangalia andiko fulani mahali sasa. Hapa ni Samueli hapa amekufa. Hebu tuangalilie 1 Samuel chapter 28 verse 7. 1 Samuel chapter 28 verse 7. Na hatutasoma mpaka 20, lakini wale ambao watakuwa na muda wao wasome mpaka 20 ili wapate hiyo historia yote from the context. Yes, chapter 28 verse 7. Yes. Saul then said to his attendants, find me a woman who is a medium. Sasa hapa ni Sauli, mfalme Sauli. Sasa hapa prophet ambaye alikuwa anaitwa Samuel amekufa. Sasa Sauli anataka kuenda vita, lakini hajui kwa hiyo vita matokeo itakuwa gani, either watashindwa ama atashinda. Usisahau nabii Samuel ndiye alikuwa anaenda anaomba, anauliza Mungu, wana wa Israeli wanaenda kupigana vita, watashinda ama watashindwa? Mungu akiwaambia watashinda, wanaenda wanapigana hizo vita, wanashinda. Na ikiwa kuna sadaka walikuwa wanafaa waende ndio washinde, Mungu alikuwa anaambia Samuel waambie waende watoe sadaka kama hii na wakuwe kwa maombi aina hii, wafanye hivi na hivi, hiyo maagizo. Sasa hapa Samueli amekufa, hakuna mtu anapea mfalme Sauli sauti ya Mungu. Kwa hivyo amekuwa desperate, anataka kujua Mungu anasema nini kuhusiana na vita ambayo tunaenda kupigana. Kwa hivyo Samueli amekufa, lakini kuna mwanamke ambaye alikuwa a medium. Wakati unasikia maandiko yanasema medium ni mtu ambaye anakuanga ni kwa mfano ni kitu ambacho kimesimama katikati ya ufalme mbili. It's just something in between. Kwa hivyo huyu mtu amesimama kwa ufalme wa giza, huyu medium, na anahitaji nao maroho kutoka kuzimu, so akuwe ndio daraja katikati ya ufalme wa giza na ufalme ya wanadamu ambaye wako hai. So anawakilisha ufalme wa giza akitaka kusaidia mtu mwenye yako kwa dunia, kwa ardhi, mwenye yako hai. Any agent. Na that is a good term. Tukitumia agent watu wataelewa. So huyu mtu ni agent, ni a medium. So kazi yake anaweza akaamusha maroho, akaenda akaconsult maroho za watu ambao wamekufa, na akaanza kupata habari kutoka kwa hizo maroho. Na hizo maroho zikampea information, na akakuja akaanza kupea huyu mtu. Na soma tu kidogo. Saul then said to his attendants, find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her. There is one in Endor, they said. So Saul disguised himself, putting on the clothes, on other clothes, and at night he and two men went to the woman, consult a spirit for me. Nice. Sasa anamwambia. He said, and bring up for me the one I name. Sasa ni umeona? Sasa huyu ni Sauli anaenda kwa huyu mwanamke ambaye ni medium, anaenda anamwambia nataka uniamshie. Sasa amejificha, amevaa mavazi ili watu wasijue ni mfalme. Anamwambia nataka uniamshie mtu ambaye nitakuambia. So pengine tutaendelea kusoma Saimokei kwa sababu ya muda, lakini nataka tu nieleze ndio tukue muda, maana naona muda wetu ni mchache na kuna maandiko mawili matatu tunaweza guzia pengine baadaye Mungu akitupatia muda. So kitu ya kwanza hapo Samueli akaenda akaamushwa. Ama utaguzia tu hapo? Okay, kidogo tu. All right. But the woman said, surely you know what Saul has done. He has cut off the mediums and spiritists. Yes, whatever. Spiritists from the land. Why have you set a trap
for my life to bring about my death. Saul swore to her by the Lord, as surely as the Lord lives, you will not be punished for this. Then the woman asked, whom shall I bring up for you? Yes, sasa uone huyu Bring up mwanamke. Samuel, he said. When the woman saw Samuel, he cried out the top of her voice and said to Saul, why have you deceived me? You are Saul. The king said to her, don't be afraid. What do you see? The woman said, I see a ghostly figure coming up out of the earth. What does he look like? He asked. An old man wearing a robe is coming up, she said. Then Saul knew it was Samuel, and he bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Samuel said to Saul, why have you disturbed me by bringing me up? I am in great distress. Saul said, the Philistines are fighting against me, and God has departed from me. He no longer answers me, either by prophets or by dreams. So I have called on you to tell me what to do. Samuel said, why do you consult me? Now the Lord has departed from you and become your enemy. The Lord has done what he predicted through me. The Lord has torn the kingdom out of your hands and given it to one of your neighbors, to David. Because you did not obey the Lord or carry out his wrath against the Amalekites. The Lord has done this to you today. The Lord will deliver both Israel and you into the hands of the Philistines. Amen. And tomorrow you and your sons will be with me. So at a daddy. Now, kuna kitu nilikuwa nataka tuone sana hapo, na najua Mungu atatusaidia tuweze kuielewa. So, huyu mwanamke anaweza akaamusha mtu amekufa. Na nilisema point fulani, mtu haachangi kuwa mtu kwa sababu amekufa. So unaona hapa Samueli anaamushwa na huyu mwanamke kutoka makaburini wakati amekufa, na bado anaendelea kutabiria Sauli. Na namwambia vile tu nilikuambia nikiwa hai, Mungu amemaliza ufalme wako, na wewe na wana wa Israeli mumepeanwa, na hivyo ndio vile ufalme wako utaisha, na kesho utakuwa umeshikwa na utauliwa. So bado anamtabiria, bado akiwa amefanya nini? Amekufa. So awachi kukua nabii ati kwa sababu alikufa. Are you getting this point? Now this is in your spiritual understanding katika ile ufalme. So mifupa ya mtu kama alikuwa mtumishi wa Mungu, hiyo mifupa bado iko na ile utumishi wa Mungu. So hapa ndio mahali alitueleza kuna baadhi ya vitu nilikuwa nimeenda kuwachukulia ili niwalete. Na kuna mtumishi wa Mungu ambaye niliwaeleza, mama yangu alikuwa anashiriki kwa kanisa yake, na huyo mtu alikuwa Mnigeria. Na huyo mtu alikuwa na nguvu ya kutenda miujiza mingi. Ni mifupa yake nilikuwa ninaenda. Na sasa huko ndio nilipatana na vita za kiroho, na kukakuwa na vita mingi, ndio maana nikawa nimechukua muda mrefu nikiwa chini bila mimi kuamuka. Umeona? So hizi vitu na huyu mama, though mara ya kwanza kwetu haikukua ati tunaichukua na kuipokea hivyo rahisi. It was very weird kwa sababu hizi vitu zenye zinakuanga za spirit sasa kwetu imeanza kukua very real. Sisi tulikuwa tunajua tunaweza enda makaburini utoe vitu ufanye vitu, lakini sasa hapa kuna mtu mpaka sasa anaenda kuchukua hizi vitu now spiritually. So kwetu haikuwa kitu tu ya kawaida hivyo, lakini the more unaendelea kukaa na hizo vitu, the more unaanza kuipokea, unaikaribisha na unaiadapt. Inakuwa ni mambo ya kawaida sana. So tulitoka kwa hiyo mkutano na kitu moja tumejua, huyu mama ni kweli kuna kazi alikuwa amesaidiwa. Ujue hapa sasa anatuongelesha na maandiko, ndugu yangu. Na ujue sisi ni watu tunaamini hiyo maandiko, maana ndio tumeishi tukikulia kwa muda kwa hiyo nabii wa uongo. Kwa hivyo hatuongelei nje ya maandiko, tuko bado tuko maandiko. Na huyu mama hiyo siku akawa amepumzika. The following day ilikuwa ni siku ya sisi kuja huduma yetu ilikuwa ni ya Wednesday na Friday. So tulikuwa tuingie mahali pengine tofauti. So hiyo siku hata tukuingia huko tukaacha watu washikilie. So huyu mama tupatane naye bado the following day. Sasa a lot of our attention imeanza kuja kwa huyu mama. Na ndio huyo mama akatueleza bado hiyo mission, hata kama hakufaulu hiyo usiku, yeye anataka ajue vile atapata hiyo mfupa. Sasa anajaribu kutuambia wakati ule mtumishi wa Mungu wa mama yake alipokufa yule Mnigeria, kuna watu wengi walitaka hiyo mfupa na hiyo mifupa yake iko na vita. Maana huyo mtu bado alikuwa mahali mtumishi wa Mungu na alikuwa na uwezo wa kusaidia watu. So mifupa yake akifanikiwa kupata, yeye ajue vile atatuletea. Hiyo mifupa yake itatusaidia sana
kukuwa na ile anointing yenye ule mtu alikuanga nayo. Na usisahau hapa imesha establish mtu hata kifa mifupa yake bado huwa inabeba nguvu zake. Hebu tuguze andiko lingine na tutaingia kwa kusoma lakini nitaielezea. Hapa ni 2 Kings chapter 13 verse 21 lakini sio mrefu. Hii unaweza guza tu kidogo ndugu yangu. Just 2 King chapter 13 verse 21. Kidogo tu. Wafalme wa pili mlango wa 13 mstari wa 21. 2 King chapter 13 verse 21. Verse 21. Nasema once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Umeona? So hapa ni Elisha mtumishi wa Mungu alikufa kitambo akazikwa. Naye kukatokea na wana wa Israeli wanataka kwenda kuzika mtu karibu na makaburi ya Elisha. Kwa hivyo wakati walikuwa wanaenda kuzika huyo mtu, wakaona kuna watu wanakuja huko na farasi wanakuja mahali wako wakiwa wengi. So hata hawakumaliza kuzika huyo mtu. Walichukua mwili wa huyo mtu alikuwa naye, wakaitupa ndani ya tomb, ndani ya kaburi ya Elisha. Na mwili ya huyo mtu aliyekufa ilipoguzana na mifupa ya Elisha, huyo mtu aliamuka akaanza kuishi. Sasa ndugu yangu, niambie mama kama hajakupiga 10 nila hapo kwanza. Sababu sasa hapa tuongelee vitu nje ya Biblia, tuko kwa Bible. Na tutakuja kuongea na tuweze kutafsiri hizi vitu kwa undani. So, huyo mama kitu ya kwanza tumeona basi huyu mama ni ule mganga mzuri wa kusaidia watu vile tulikuwa tumeambiwa zamani saa zile na yeye. Kwa hivyo si wale waganga wabaya. Hapo sasa hata sisi tuko in the same page na yeye. So the question ni hii mifupa ya huyu mtu itapatikana aje? Usisahau sisi tumezoea kufanya kazi na mifupa na nini, hiyo ni mambo ya kawaida sana. So mifupa ya huyu mtumishi wa Mungu Nigeria. Na sasa the essence hapa ilikuwa ni ataenda spiritually, bado si tumpe support ya prayers. Aende prayer ya Mungu ama ya sasa mtaomba Mungu ama shetani. Sasa sijui hapa nyinyi ni kuomba. Sasa nyinyi kuomba venye mnaombanga Mungu kawaida. Usisahau huyu mama ni mganga, lakini sio mganga mbaya, ni mganga mzuri. Kwa hivyo tukiomba, sisi tunaomba tuwe tunaombeanga washirika apate neema na kibali, wakati ataenda kutafuta zile vitu afanikiwe. Usisahau hapa bado tuko kwa hiyo spiritual blindness. Hapa roho wa Mungu, hakuna roho wa Mungu yeye anatunenea hapa. Sisi ni kuenda na hiyo flow. Na huyo mama baada ya while, wiki ya hii kuisha, alienda akatuletea hizo mifupa. Na baadhi zile mifupa tuliletewa ni hizi ribs. Kutoka tu hapa kwa shingo mpaka kwa kiuno. As in physically? Yes, physically. Tunaongelea vitu. Unajua sisi tumezoea sana kushika hizo vitu, hata tuna shida na hiyo. Na sijui ni kwa sababu hiyo vitu nilifanya ikakuwa ya kawaida sana. Sasa vitu vingine naongeanga natarajia mtu anaelewa. Aje Simon. Mifupa ya mtu wako Nigeria na wewe uko hapa na umele hata okay tuache hata ako Nigeria. Mifupa ya mtu amededi. Sasa sababu ya yeye alete ribs ni kwa sababu roho ya mtu huwa inalindwa na zile ribs zake. Hizi mifupa zote ziko huku. Unaona hizi mifupa hizi ni za kulinda vitu yote ya ndani iko kwa mtu. So yeye anajua kwa imani sasa ya hiyo ufalme, mifupa zote hizi huwa zina protect mpaka roho. Na sasa anointing ya mtumishi wa Mungu inakanga kwa roho, na roho sasa huwezi ukaipata. Kwa hivyo nini unaweza ukaipata? Kitu ambaye anaweza ikaipata, inaweza ikaishi, ambaye ni bones. Na ndio unaona nimeguzia hizi andiko hapa kusema mifupa ya huyo mtu iliamusha, kumaanisha sasa tunaamini hii mifupa iko na nguvu, maana ya ule mtumishi wa Mungu. Ujue sasa hapa tuko kwa anga nyingine ndugu yangu, atuongelee kwa vitu za mwili, tuko kwa anga ya roho sasa. Na hapa kila kitu ukisikiza vizuri kwa akilio kidogo ya kiroho tulikuwa nayo, kila kitu ina make sense. So hiyo mfupa either alienda akafika Nigeria kwa hiyo wakati, sisi hataki kujua, bora mifupa imepatikana. Na kweli alikuja nayo na akaleta. Na hiyo mifupa ilikuwa isiagwe vizuri, na hiyo jivu yake itachukuliwa. Sasa sisi hatutaki kutembeanga na jivu. Juu sasa unakaa kama mchawi. Asiaka na nini? Ndugu yangu, hiyo vitu tunachukua tu bali mnaigonga gonga vizuri. Mfupa ikivunjika, hata kama ni kwa kale kanyungu, unazigonga gonga vile mahindi na shagongo zamani ama ilikuwa inasiagwa. Sasa hiyo ni kazi yake, yeye ajue vile atapata jivu ya hizo vitu. Hata kama zitakuwa na particles, provided hiyo kitu uweke ndani ya maji. Usivyo maji,
ama hiyo jifu yake kidogo uweke hata kama ni kwa anointing oil. Unajua sasa kitu mnataka hapa ni anointing ya ule mama, ya ule mtumishi wa Mungu alikuwa mama yake Mnigeria. Na hizo vitu zikaanza kufanya kazi. It worked. No, wait. Bro. Unataka kuniambia umevunja ile mifupa? Mifupa, yeah. Okay, kwa hii maji ni ya nini? Si maji ndio anointing water. Wase wanakunywa? Hii ni ya kunyunyizia watu. Ninyunyizie maji. Yes. Okay, kuna time fulani by the way, there was an artist. And he came in Kenya back in, I think like, let me say like 10 years ago. And he had a show. Alikuwa na tour huku Kenya. And nilikuwa napenda huyu msanii manze. So, nika attend show zake. So, akiperform, alikuwa na maji kwa chupa. Sasa alikuwa anarushia watu maji, watu wanachangamka. Nice. So ile place nilikuwa nimekaa, nikashindwa hawa sasa kwani wanakaa aje? Nyinyi mnamwagiliwa maji na mnabambika huku. Kwa hivyo ni vitu kaa hizo maybe. Exactly. Nilijiuliza sana hiyo swali. Maji ni ya nini? Na ni kuperform na perform. In fact, umechukua maji kwa chupa. Umeanza kurushia watu hivyo. Sasa hiyo inaanza kutupea point vizuri. So hizi vitu unajua wachawi wale wamego deeper katika hizi necromancy na divinations. Necromancy inamaanisha wale wana uwezo wa kufufua watu wamekufa. Zile spirit. Necromancies. Oh, okay. Wale wana uwezo wa kuamsha wale watu wamekufa. Hii ni kategori nyingine, lakini wote bado wako katika ulimwengu wa kiroho, wanatumikia mapepo, ni vile wako kategori tofauti. Unaona kama ni mwimbaji, sasa huyo ni mtu mwenye ako kwa hiyo falme, lakini sasa yeye sio mhubiri. So anajua njia ya kushika watu wake. So hii anointed water ndio zile vumbi ama zile jifu za ile mifupa ikiwekwa hapo. So unaweka tu kadogo. Hiyo kitu si nyingi sana ndugu yangu. Ndio nasema ulikuwa unaweka tu kadogo. Si ndio kidogo sana. Hata maji nyingi unajua sana ni kitu mko naye, kitu imegongwa vizuri mko naye kama kwa karatasi. Kitu tuko vizuri. Unaweka maji 20 liters na kadogo. Kuna chota polepole. Si ndio? Na hata ukiangalia kwa hiyo madhabahu ilikuwa ya Ruiru, mahali unabiwa uongo nilimwacha huyu Kevin. Kulikuwa na kashimo fulani hapo. Kashimo maji. Wakati tulienda huko, mahali tuliweka mahali watu wanasimamia madhabahu hapo sasa, kulikuanga na mahali maji inatoka chini. So hiyo maji kuna mahali tulikuwa tunayekeanga kitu tunafunga. Sasa ile jifu tu kidogo tukiweka hapo ndani, hiyo maji sasa inakuwa iko sawa. So in case watu wanakuja wakiwa na shida gani ama na changamoto gani, hiyo kitu anointing sasa ndio ifanye kazi. Ama anointing oil. Hata kwa anointing oil. Hii watu wanapakwa. Yes. Na unajua hizi witchcraft sio ziko tu kwa hizi prophetic ministry, mpaka kuna kanisa zingine za dini ziko na hizo vitu. Kwani niulize bro, kwani watu siku hizi manzi ndio mashetani ama ni nini? Na sio siku hizi, kitu ilianza kitambo. Na unapata madha fulani kama kuna time fulani ilikuwa na cheki prank, a prank somewhere. Madha fulani ameenda sijui ni nini alipewa, akaprankiwa akaambiwa hiyo kitu yenye umekula itakuharibu. Bilioni ametoka kitu kwa mfuko, akaanza kujispray hivi. Ati hili nilipewa na pastor ni anointing oil. What? Ujiona hizo vitu? Kwa hivyo kuna protection yako, protection sasa sio Yesu. Si kuna wase fulani, kuna church fulani na sitasema iko wapi. Unaona washirika wa hiyo kanisa, hata chakula ukimpea lazima anoint. Sasa huyo amekuwa mateka. Na sasa huyo ni mateka. Sasa unataka kusema hizi vitu zinakuanga zime what the don't use that F word here. So na ujue hizi vitu ninakuja kuzileta kwa watu kwa sababu ni masaa imefika watoto wa Mungu watoke kwa utumwa wa kiroho. Yesu hakutumia maji kuombea watu. Yesu hakutumia anointing oil kuombea watu. Yesu hakutumia vitambaa kuombea watu. Na pengine utasema kwa kitabu ya James, maandiko yanasema kukiwa na wagonjwa, watu waekelewe mikono na wazee wajipake mafuta waombe watu. Kuna hiyo aspect whereby when the Holy Spirit will lead mchungaji, pengine afanye jambo kama hiyo. Very true. Unaona? Very true. Ama kutawaza mtu. Si kitu so doctrine. Like now I remember there was a time tulienda
kwa nyumba fulani kuombea mtoto. Alikuwa amekwaruzwa mguu. Pastor akaomba. Akaambia hao watu wenye hiyo nyumba, nimesikia Roho amenisaidia. Leteni mafuta. Mafuta tu ya kawaida ya Remis. Akachukua na akaombea akapaka huyo mtoto. Unaona si kitu amekuja nayo, amewaitisha. Lakini sasa hii nyingine kumaanisha kuna mahali imetoka, kuna vitu imefanyiwa. Mingi ya hizo vitu zinakuanga ziko hivyo. Zimetengenezwa, zimepikwa. Pengine kwa wale wanaziuza tu kupata pesa, wako kwa unabii wa uongo, lakini hawajaingia sasa deep. But zote katika ulimwengu wa roho ni kitu moja. So kuna watu wenye wananunua na hawajaingia deep sana. Hawajaingia deep. Tuseme kama mimi ningekuwa pastor hiyo time, nikuje nikwambie uniuzie hiyo maji. Itaperform kwangu bado? Si ndio? Si tayari in fact provided umekuja kutafuta jambo kutoka kwangu wakati nilikuwa nabii wa uongo, kama ni maji nitakupea, tayari ushashirikishwa kwa hiyo ulimwengu. Hii maji sasa ni kunyunyizia, utaenda unyunyizie washirika. Unajua kuna wengine wanaona wakikunyusha hiyo maji ama wanauziwa kwa chupa. Like now there is a church somewhere. Sijui ilikuwa what day. Unajua wanatafuta tu kijina. Deliverance Water and Drinking Day. Yes, PhD. Unapata Prophecy and Healing Miracle Services. Yes, unapata unauziwa hiyo maji. Ati hii maji ni 1500 ama ni 1000. Hii ukikunywa bla bla bla. Hizo maji ni hizo ama ndio hizo. Ni hizo. So washirika wanakunywa hizi vitu. Na tayari tu wacha niseme hiki kitu usaimokei. Wakati watu wanakunywa hizo maji ama wanapakwa hizo mafuta ama wanatumia hizo vitambaa katika ulimwengu wa kiroho, haijalishi ni muujiza gani inafanyika ama wewe utaiona in the spiritual realm, tayari umeshajiunganisha na hiyo madhabahu. Kwa nini? Maana uko na kitu yao. Hiyo ni mafuta ulipakwa hapa katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu Mungu akitupatia muda tutakuja kuongea, inaitwa spiritual mark. Wewe umeshapewa alama yao. Kwa hivyo unaweza kosa na kutoka na kitu visible ama kitu tangible, mafuta ile ulipakwa ndio alama yao katika ulimwengu wa kiroho. So wewe unakuanga uko connected na ile madhabahu automatic. Na kuna maandiko moja tunaweza soma ya mwisho, kuna mahali Yesu anasema acha kwanza. Tusingie kwanza. Hizi vitu tutaingia hizi vitu kweli ama ni story za jaba ama ni nini? Ndugu yangu Saimokei, hizi vitu mimi nakwambia mbele ya Mungu ni vitu real. Ni vitu ulifanya? Yes. Hebu nikuulize Saimokei, wacha tuulizane hapa kama wanaume, kama watumishi wa Mungu. Do you think mimi naweza kuja nikae niseme pengine kuna kitu nataka kufanya ama kuna kitu pengine nataka kujulikana? Hata kama ni kujulikana, kitu ya kwanza tukiwa false prophet tulikuwa tunajulikana sana. Hiyo sasa hata ile kitu ililipia confidence kuona watu hata si mtu mmoja amesema anawajua. Watu wanatujua. Unajua ndugu yangu, kazi tumefanya miaka mingi. Na sio kwa kanisa moja, tumetembea hii Kenya makanisa mingi sana. Mingi sana. Haya, kitu ya pili, ingekuwa ni kiki mtu anatafuta ama anataka kujulikana. Nimesema tulikuwa manabii wa uongo, tulikuwa tunajulikana sana. Na kwanza tulikuwa na pesa wakati huo. Na kitu ya pili, wakati naanza kuguzia vitu kama hizi, ujue kuna watu hawatawahi nisalimia. Hiyo tukubaliane. Maana hawajakomaa kiroho kuelewa ile kazi mimi nimetumwa kufanya na Mungu. Na sitawangojea wakomae ndio twende in the same page. Wote tuwezi tukakuwa tuko the same page. Na kitu kingine, wakati nataja vitu kama hii, in fact kuna kitu inaitwa rejection. Hii kazi imenipea rejection sana. After sasa kukua. Si hata sasa hivi ile na expose. Hii si leo tuko tarehe ngapi? Tarehe 12. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Leo ni tarehe 14. Mwezi wa 3 Saturday 2026. Nikiwa mtu mzima na najielewa na hakuna mtu amenilazimisha nikuje niseme hizi vitu. Ni vitu nilizifanya, lakini vile niliwekwa mahali na Mungu, ni mimi nilikuwa sasa niende nifundishwe na nijue hizo vitu na nizi practice. Ndio nikikuja kuambia hawa watu, mtu akiwa ataamua kukaa kwa ufungu ama kwa mateka, ni yeye ndiye ameamua. Lakini si ya kwamba Mungu hakutuma mtu. Sasa Mungu, ukisoma kitabu ya Ezekiel, maandiko yanasema ikiwa mtatumwa muende, muambie mtu mbaya anafanya kitu mbaya, mkose kumwambia, huyo mtu akikufa kwa dhambi yake, makosa ni yako. Nice. Hiyo damu ya hao watu itadaiwa wapi?
kwa mikono yangu. Sasa mimi kama mchungaji kitu nafanya ni kunawa, ninanawa. Ule mtu atakufia kwa madhabahu ya manabii wa uongo, iwe ni watu wao, ni mama yao, ni watoto wao, watakufia huko. Mimi nilitumwa na nikawaambia, hizo madhabahu mnaona ziko na hizo vitu ni madhabahu za ushirikina. Yesu hakutumia hizo vitu. Mitume hawakukuja wakatumia hizo vitu. So there is no any other way. Ndugu yangu, unajua vitu imenipea rejection. Mimi kuna siku nimeenda kwetu Kitale some years ago. Nimeenda kwetu kwa ndugu, wacha nitaje hii, kwa familia yetu, kwa kina baba yetu mzazi. Kuna baadhi ya ndugu zake na madada hawajai nipokea mpaka leo. Wenye walisikia hiyo yes. So you see, so siwezi nikakubali willingly nikae nikiwa ninakataliwa na watu wengine wenye ninatamani ni watu wetu, tunaweza kaa tuongee mambo ya familia. Mpaka mimi kwa WhatsApp group ya familia siko. Yes. Mchawi. Unaona? Na unajua nikitoka Mombasa nilitumwa sasa nienda Kitale wakati fulani na niende niletee one of my aunt, mke wa ndugu ya baba yangu, ujumbe kuhusiana na nyumba yake. Na vile nilitritiwa kwa hiyo boma, na nimeleta ujumbe wa ukweli, na mimi najua ni ya ukweli, lakini hao unajua bado wananiona na ile macho ya zamani. Lakini sasa kitu iliniuma sana ni ati hakuna mtu amekomaa kwa hiyo boma anaweza akaniona na akanitambua sasa kiroho. Wananiona na wananitambua kwa mwili. Unaelewa? So ile kitu nilikuwa nikuje nikuwa wa msaada kwa hiyo boma. Mambo ili happen huko kwenye sitaongea ni mambo ya familia sana. Lakini kuna unabii nilikuwa nimepewa na nikatabiri na nikasema, na kuna watu nikaambia. Na hiyo kumaliza muda fulani, na hiyo kitu wewe inaniuma saa zingine. Nikapoteza one of my close cousin. Na hiyo ujumbe nilikuwa nimeipeana kwa ndugu yake na nikaipeana kwa dada yake. Walichelewa kufikishia mama yao, ama mama yao alisikia na akaipuuza, na sitataja majina. Until to date, hata Yesu kuna wakati alienda kwa watu wao na hawakumpokea, na huko hakutenda miujiza mingi. Na sasa kitu mimi wewe unanitia nguvu ni ya kwamba ikiwa Paulo alifika mahali alizama kwa Mungu, akajua Mungu vizuri, na ikafika mahali anaandika anasema kukufa ni faida, kuishi ni Mungu. Mimi sasa nimefikia hapo. Yaani mimi sasa naishi dunia yangu peke yangu. Mimi nataka, ndio nasikia nilisema mimi sitaki mambo ya kuhubiri na sitaki vitu yote. Mimi nataka tu nitafute pesa yangu, nifungue ka biashara, nikuwe nafanya tu kazi yangu. Na ikiwa ndio kuhubiri Mungu ameleta nikuwe nahubiria watu sasa saa hii ndio kuhubiri, so be it. But mambo inaitwa makanisa na nini, mimi nilifika mahali, yani mimi nataka kama ni kanisa ndugu yangu, wacha niende huko mashambani, niweke bench, nikuwe nahubiria watu wawili ama watatu. Lakini nahubiri kitu yenye najua hii ni Mungu anasema. So I was just emotional wakati umeuliza hiyo swali. Juu hii kazi ndugu yangu imenigharimu vitu mingi sana. Mimi nasikianga hizi stories zote zenye unasema hapa. But sasa unajua kusikia na kupatana na mtu amefanya hizo vitu, hizo ni vitu mbili tofauti. Get? Yeah, I'm getting where you're standing from. Naelewa na kuelewa. Kuna vitu zingine unasikianga unasema hizo ni fununu, watu wanasemanga tu. Unaona? Lakini saa hizi imagine umefanya umedeal na wafu. Na si kuna watu wako kwa moja ruwa wana deal na wafu. Ni mindset tu. Lakini ni deep bro. Wewe uko kwa mochari, yule ni kazi. Wewe sasa hii yako unaendea for other purposes. Una get. Huyo ni kazi yake iko hapo. Unajua mtu kama umewahi kufiwa na mtu kwa familia, ukaenda mwili kushughulikia huyo mtu wenyewe ambaye amepumzika. Unajua vitu vingine ukifanya mara moja mbili, hiyo frightening inaishanga. Inakuwa ni vitu ya kawaida, ni kitu kama hiyo. Sasa huyu madhe kutaenda aje? Sasa amewaletea hii kitu, amegrind. Hii kitu amegrind? Umechanganya na maji na anointing oil. Na ndio inafanya kazi sasa huko. So mtamlipa ama hiyo ni? Si ni kazi yenye alituma tusaidie. Na yule unamuita Alhaji. Alhaji na Muhammad ndio the same person, ni identity tu tofauti ama jina tofauti. Na ni mashehe hawa sasa. So umeambiwa kuna witch mbaya na kuna majini mazuri. Yes. Endelea tu kujua hizo. Yes. Ni vile kwa ile ufalme wa giza, na hata kuna imani wanaamini kuna majini mabaya, majini mazuri. Majini mazuri ni yale yanakusaidia kupata vitu kwa maisha. Ukiwa huko na mtu amekusumbua. Hata Qur'ani ina quote hiyo. Yes, hata imani ya Kiislamu. Wanajua. In fact watu Mombasa kwa sababu ya hiyo imani ya Uislamu na nini, ni vitu ya kawaida sana. Unajua sasa I think ni mtu akikana vitu kama hiyo na watu, unajua Mombasa nimekaa miaka 2. So, yani kwangu hiyo ni vitu ya kawaida sana. So,
hapa hizi vitu bado tumeona. Unajua sasa tumeanza kuingia, usisahau kwa Michael Njoroge tushayonanga vitu fani pia. Wakati mwingine anataka kuchinjia watu kwa kanisa, lakini anachukua kisu anaweka kwa kichwa ya mbuzi, anapiga lugha zake ndimi, anarudi anachukua hiyo kisu anaweka juu ya kichwa hiyo mbuzi, alafu wale wako huko anawapea, kila mtu anafanya hivyo, alafu anachinja hiyo mbuzi na anasema hiyo damu niwekewe hapo kwa fridge. So vitu kama hizo, damu unawekewa kwa fridge ya nini? Iko na kazi yake. Unajua hawa ni watu Saimo, nilisema tunaenda kuingia deep. Na Mungu akitupea nafasi tutakuja kwa third episode. Mungu naomba tupatie hiyo neema na hiyo nafasi. So vitu kama utakuja kuongea, lakini hebu tuguze kwanza hii mambo ya unabii wa divination hapa. So utakuja kupata kuna wengine hata sasa sio mafuta wanatumia, au wanakuanga na pete. Pete ya. Pete. Lakini hizi pete ukiziangalia sasa inakuanga blue kubwa hapa, ama ni black, ama ni red, tu vitu kubwa. Na wengine watawaambia hii ni ya kanisani, ndio mabishop wanavaanga. Yesu, wakati wa Yesu hakuna bishop alivaa hizo vitu. Na zinakuanga zote kuna mahali tulienda occasion fulani, nikachekiwa mabishop wote wamedunga hizo vitu. Na zinafanana zote, nikashindwa kwani kitu inakuanga ama ni mahali wanaendanga wanapewa, ama ni nini? Now hizo ni ranks in the spirit. Na sasa huyo mtu akiwa na hizo, hiyo sasa ni mahali yeye alienda. Unajua waganga wako tofauti. Na wako na knowledge tofauti pia. Na pia unapata kuna ule kazi yake amespecify kwa mambo fulani. Sasa huyo pengine anatumianga majini. Na hiyo majini ndio kwa bahari ilienda majini ikampatia hiyo pete. So yeye akakuja sasa akapea customers wake. Na ndio akawapeleka huko. So akiwa amevaa hivyo tayari hao wanakuanga ni kama ule mama tumesoma kwa hiyo kitabu. Yeye sasa ni diviner. Na istoshe yeye sasa ni ascender between the earthly realm and the kingdom of and the spiritual realm, the kingdom of darkness now. So yeye akiwa ako kwa ardhi, hiyo pete yake inampamit kusafiri kwa ulimwengu wote. Hawa ni watu mnaweza kaa na wao dakika 5 ukamsikia mko naye hapa kwa studio, dakika 5 haijaisha unasikia ako Mombasa na ubiri. Ameacha mwili hapa ama? Ameenda. Aje? Out of body experience. Na sisi vitu zinafanyika. Unaenda aje? Hebu kuna wakati moja hatutaingia tena kwa maandiko, acha niguzie tu. Yesu kuna wakati moja watu walitaka kumuua. Maandiko yanasema alipita katikati yao na hawakumuona. Mbona asionekane? Anapita katikati ya watu na aonekani. Kumaanisha hii disappear. Ni Yesu. Si ndio? Na sasa najaribu kuonyesha kuko na reality ya hii disappearing. Na wakati moja ule zile vitu tunaona kwa Najati msema amekaa hapo amedisappear. Wacha nikwambie ukweli. Pengine ikiwa mtu anaweza omba apate kupewa revelation, unaona hizo movie watu wa wana act vitu real, na zingine mpaka unaandikiwa naambiwa it is a true story. So wana act kwa mifano vile huwa zinakuwa. Lakini sasa kwa watu wenye wanaelewa mambo ya kiroho, hiyo vitu uiangalie na eye of the spirit. Watu si movie wana act, it is a true story they are telling you. So tuseme watu wenye wanaabudu hizo ma dark world. They are so deep than Christians. Ndugu yangu, wale watu wamezama. Unajua hizo ufalme wa giza iko na layers. Na ni kwa sababu unajua kitu yenye tunazungumza, naona pia kuna vile ina to restrict. Tusiingie kwanza kwa vitu zingine, maana kuna vitu ambaye tuwezi ruka tu. Tutaenda tu na mutaratara. Tutaenda tu nini? Kuko na layers in the spiritual realm. Kwa mfano, huyu mama kabla tufike mahali tumeanza kumwamini na tumekuwa sasa colleagues, sasa tumekubaliana kwa imani moja, kuna vitu amewahi to train. Kama vile mfano wa kwanza, vile unaweza ukaona vitu ya mtu spiritually. Sasa uone vitu zangu? Yes. Vitu zangu huwezi ona bro. Unless nazo wakati huo vitu kwa mfano hali ya mtu ya kawaida ya maisha ni nini inamsumbua. So ni mshirika amekam, wewe ni pastor, already utakuwa ushajua Kenya na kuja kunini. Of course. Okay. Ndio wanafanyanga. Na sasa wale wamego sasa deep, na hiyo tutakuja kuongea wakati mwingine Mungu akitupea sasa muda. Utapata mnabii kama huyo, si kesho ni Sunday siku ya ibada. Hii siku alalangi kwa nyumba.
Analala wapi? Na kama ataenda kulala ako na room yake kwa nyumba ama kwa boma yake, ako na room yake special yenye mtu aingiangi ndani. Unajua the essence ni nini? Sasa wakati ameenda kulala, si mwili ndiye ameiacha hapo. Yeye sasa anasafiri anaenda another dimension. Okay. Na huko sasa ndiye ataenda kupata information ya kanisa kesho. What? Kwa hivyo yeye akirudi, sasa that is definition. Yeah. Akirudi sasa, na hizi vitu zinafanyika ndugu yangu. Hata wewe sasa wewe kuna vitu unaweza ukiwa na basic knowledge, kuna vitu unaweza fanya. Okay, unajua hii sayansi ya kiroho huwa inakuwa ngumu kwa mtu mwenye pengine hajaifanya ama hajaielewa. Ndio unaona hata Mungu kuturuhusu ama kuniruhusu niingie kwa hiyo ufalme, sio kitu angeniingiza safari moja. Kuna two layers, lazima muende baby step, muende mkijua. So mimi nikikwambia hapa, kuna wachungaji wao wanapata unabii kupitia divination. Basi tusome andiko lingine tu moja tafadhali. Juu kuna mwanamke nikuulize kidogo. Hapo umesema ati ni vitu basics, sijui mtu wa kawaida sijui anaweza fanya. What do you mean by that? I mean, ni kitu yenye mtu akapewa knowledge na apewe hiyo grace ama akuwe na backup ya hiyo uwezo. Ni kitu yenye mtu yote anaweza akasafiri. Hebu nikuulize swali rahisi. Kusafiri, what do you mean? Okay, wacha nikuulize swali rahisi Simon, ndio tuelewane. Umewahi lala ukaota ndoto uko mahali fulani unafanya kitu yoyote? Yes. Do you think ulikuwa hapo? Sikuwa hapo. Hiyo ni dream. Sio dream, hiyo ni reality. Dream? Nimelala bro. 444. Na sasa wakati huyu pastor ako kwa hiyo dark room amejifungia, sio mwili yake imelala, sio ni kufa nusu. Si ni kwenda ameenda. But hizi ni vitu mbili tofauti. Sio vitu mbili tofauti. Okay, nimeelewa mahali tuko na difference. Ni difference on what I know and what maybe you know. Kwa mfano, sasa nilikuwa nimekaa hapa Simon. Yeye anatumika na shetani, mimi natumika na Mungu nikiona. Naongelea kusafiri. Kwa mfano, sasa nilikuwa nimekaa hapa. Nipige hesabu, nataka kuenda Mombasa. Mombasa mtu anaenda wapi? Nachukua gari pale Nairobi. Niende nifike nyumba yangu mahali, ama niende nichukue BNB. Kwa hivyo nataka kusafiri kwa mfano. Napiga hesabu vile nitafanya. Nifike Mombasa nichukue BNB ambayo iko pengine Bamburi pale Mwembe. Ndio kesho niingie kwa ibada. Sasa kwa uwepo wa chini wa kiroho, hiyo wewe unaita ni mawazo. Kwa watu wamekoma sasa kwa ile anga, wewe tayari as you are planning, you are traveling. Sasa unaona huyo ndoto yake ameipanga. Mimi yangu sasa kuna kitu nataka tutoke hapo, tutoke kwa hii mambo ya kawaida tuingie sasa anga nyingine, ndio uanze kuelewa kitu najaribu kusema. Yaani wacha nikupe maandiko. Yesu alisema ikiwa utamwangalia mwanamke kwa kumtamani, umeshafanya nini? Umezini naye aje na umeshamwangalia? Umefikiria hayo mafikra, nimemtoa nguo, nimemlalisha. So utaniamini nikiwa hapa nifikirie nimeenda Mombasa, nishafika Mombasa. Are you getting that concept? Na Yesu akasema, I think tukuse andiko kama watu wanajua, tuache tuanze. Wanaijua. Tunaweza quote the scripture. I think it is in Matthew. Kuna vitu inabidi hata mimi niandike. Tuangalie Matthew. I understand. Yes. Matthew chapter 5. Verse 28. Matthew chapter 5 verse 28. Yeah. So, Yesu alisema hapa, ikiwa utamwangalia mwanamke kwa kumtamani na roho yako, tayari ushazini na yeye kwa roho yako. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajaribu kuja kutuambia vile watu wa dunia mnaona vitu za dunia, sio hivyo vitu za dunia iko. Maana hapa analetewa mwanamke na watu wanataka kumpiga mawe maana amepatikana akicommit adultery. Na Yesu anawaambia sasa, mnafaa sasa muanze kuelewa, kucommit adultery sio lazima upatikane umelala na mwanamume ama na mwanamke. Immediately tu umemwangalia umemtamani. Sasa wacha nikuulize, tunaweza tukapingana na Yesu? Hatuwezi. Kwa hivyo tunajua kuna kitu Yesu hapa anajua, anajaribu kutuambia yenye uwepo wa kuelewa kwetu, because we are not exposed to that dimension. Inakuwa ngumu sisi kuelewa. Hii ni sayansi nyingine. Kwa mfano unaona kazi kama hii Simon, unaona kama hii kazi yako ambayo unafanya. Mimi wakati nimekusikia na vile na kuona hii kazi you are good in it. Thank you so much. You are good. Mpaka kuna mahali unaweza ukanipea mawaidha, na nikasikia na yenyewe Simon kuna kitu amesema, ina make sense. Kweli. Juu you are good in what you do. Umespecialize kwa hiyo kitu. Kuna mtu anaweza ifanya ikuwe ngumu nishinde. Mimi sasa unajua kama wewe ninaona hata ukileta introduction, ndugu yangu kuna vile tu na flow na hivi vitu easy. Mimi ukaniambia nishike hiyo flow yako, I'll have to be here for a while. True. Unaelewa? Sasa kitu kama hii nime practice, nimefanya na experience nayo. Unaona ikiwa tu ina flow kawaida.
Na nikuulize aje, hii yenye unasema ati ulikuwa anapewa uwezo, unaweza angalia mtu ujue ni mtu yoyote tu ama ni mtu tu mwenye amekufungulia hiyo nini? Okay, kuna kitu ya kwanza na pengine ndio video yetu isiwe refu sana, nitaguza tu kidogo. Kwa mfano, kuna mahali sisi tulifika, kuna sauti unaweza sikia inakwambia kitu fulani. Na hiyo sauti ni lazima ukuwe umetembea naye na umefanya kazi naye kwa muda, na ikafika mahali you are an agent whereby you understand these things. Na hiyo thing tunaweza itafsiri, maana pia inahitaji msingi, na tuguze pia kwa maandiko. Najua sasa inabidi tuongee na maandiko. Ndio tuangalie mfano kitu kama imeonekana mahali so nikikwambia kitu kama imefanyika, uko na hiyo kuelewa. So kuna wakati vitu vingine unaweza ukaona. Kwa mfano, sikesho ni ibada ya Jumapili. Sasa wacha nitumie lugha rahisi utaelewa. Kuna vitu hii inafanyika kwa anga yote. Unasikia mtu anakuambia nimeota kitu fulani na iko maza siku 2 hiyo kitu ikafanyika. Ushasikia vitu kama hiyo? Si ni the same thing. Ni vile dimension ni tofauti. Ni vile kuna watu wako kwa upeo wa chini wa hizi anga, na kuna watu sasa wame explore explore kwa hizi dimension ya hizi spiritual realm na hizi spiritual activities. No, what I'm asking is this cause huyu pastor ama wewe hiyo time ungeweza kuangalia mtu na umwambie vitu zake kama mashida zake. Ndio nauliza ni mtu yoyote. Sasa kama mimi unaweza niangalia, mimi si yuko kwa kingdom yako. Sio lazima hata wale washirika walikuwa, hata wengine wamekuja ni wageni, hawako kwa kingdom yetu ama sio wetu, sio washirika wetu. Lakini si ujumbe utapatiwa. The same way vile unatokanga unaenda, the same way ningetoka kwa mwili, unatoka tu unaenda. Na utafika mahali mtapewa ibada ya kesho. Na sasa niulize, for example, umepatana na mse ni strong in faith kwa God. Utajua. Now that's a good point. Kuna watu wamesimama kwa misingi mzuri ya utakatifu na haki. Wacha nisisitize hapo. Mtu amesimama kwa foundation ya righteousness and holiness. Mtu ambaye anajua Mungu wake kwa imani vizuri. Huyo sio mtu unaweza access anga yake. Yani ni mtu wako covered, ni mtu wako protected. Huyo sio mtu kama watu wengine. Na in fact watu wakifunuliwa spiritual waone, utajua wait a minute. Hao watu wanakuanga na protection mpaka ya malaika. Hebu nikupee mfano ndio unielewe. Kuna mali Job, hatutasoma lakini tutaguzia watu wakiwa na muda waende wasome. Job I think chapter 5 na nini na nini. Mungu akakuja akauliza shetani, umeona mtumishi wangu mtu fulani anaitwa Job? Huyu mtu umemwona umempea nini mali na nini na nini, lakini shetani akasuggest kitu moja. Hebu muondolee hiyo edge of protection ambayo umemwekea. Na alikuwa na edge of protection kwa nini? Maana katika historia yenye Mungu anajigamba na Ayubu, anasema he is a righteous man in the land. Na kweli ukiona Ayubu alikuwa mtakatifu, mpaka mwenyewe nafika mahali anasema nimeweka maagano na macho yangu, siwezi nikaangalia mwanamke kwa kumtamani. Na ikiwa nitafanya hivyo, mwanaume wakuje walale na wake wangu ama na mke wangu. You see those kind of covenant? Huyu ni mtu mahali amejisacrifice for lack of better word. Natumia hizo jina ndio watu waweze kuelewa. Mahali amejinyima kutunza utakatifu wake na Mungu wake, amepata a spiritual protection. So mtu kama huyu unaona hata shetani anashindwa ku access. Sasa wale wa ufalme wa giza kama mkubwa wao hawezi access. Now that is the point. So mtu mwenye amesimama vizuri kwa Mungu hawezi access. Anga yao iko accessible. In fact wacha hata anga, boma, hata mtoto wake. Anything to do with him, it is protected. Yes, hata mtoto wake akiwa kwa shule mahali, ikiwa kuna mapepo imepanga kuattack mtu kwa shule mahali ama kuleta ajali mahali, huyo mtoto akiwa kwa hiyo darasa, yeye peke yake anatosha kufanya watoto wengine wakuwe protected. Sababu ile wall of protection, ile edge, unapata ina cover a certain parameter ya mahali mpaka watu wako hapo. Ati kuanzia OJ hadi pale Tatu City. Sababu Simon K yako hapo. Now you get the point. Hebu nikukatishe. Na siri tu nikae pande ya God bana. That is the point. That is the point. Hebu nikukatishe. Juzi kuna mtumishi ambaye na namshukuru sana. Ulimleta hapa evangelist Martin Ndongo. Kuna interview ambayo niliona ukimfanyia kwa sababu wakati nilikuja hapa nilikuwa pale kwa reception kidogo ukiwa umeanza kumhudumia mnafanya interview akiomba. Hebu sikiza maombi huyo mtumishi wa Mungu, na huyo mtu ni mtumishi wa Mungu. Aliomba akasema tuna cover watazamaji wetu na protection, na shetani ukae kilomita kama 2
Nimekumbuka. Kilomita 2 ni mbali bro. Yani ukae mbali. In Mbali another sana. word, ameweka protection kwa viewers. Now spiritual. Mimi nikisikiza hizo, najua huyu mtu si kuomba anaomba. Kitu yenye anasema. Yes, huyu mtu kuna kitu anajua. So ameweka protection mpaka kwa viewers. Mahali wako hizo parameter hakuna pepo inaruhusiwa kuingia. Na tukiwa tuna muda bado tutakuja kuongea kwa undani, maana ni vitu naguzaguza tu kwa juu, kwa sababu kuna vitu deep, lakini lazima tuanze kuweka layers. Very true. Na foundations. So I saw something on TikTok. I think it was on TikTok or WhatsApp or Facebook. A guy, he's a very rich guy. Na zile vitu anadu alikuwa anasema si uchawi. Anakuambia you have to do this and this and this. Anakupea some knowledge. But according to my understanding venye niliangalia, nikaona hizi si vitu za God. Nice. So alikuwa anasema ukifanya hivi na hivi na hivi na hivi guaranteed hizi ni vitu zinaweza utapata do. Hebu nikukatishe Simon, okay? Unajua umeleta point mzuri sana. Before uendelee. Kuna pastor alikuja kwa one of these YouTube channels. Na ni pastor anajulikana sana, sitamtaja majina. Akawa anasema anaanza kuingiza watu kwa ufalme wa giza ya wale wanaitwa watazama nyota. Au bado wako kwa diviners. Unajua mtu ndio nasikia ukisoma kitabu Mungu alipeana maagizo akasema katika nchi ya Israeli kusionekane na divination, kusionekane na watu wanasoma nyota za watu. Tutakuwa na muda tutaexplore hiyo kidogo. Sasa yeye alikuwa anaambia watu ati anasoma nyota ya watu na mikono, ama anakuambia pengine kama ID yako ni namba fulani, majina yako ni namba fulani, iko na leta unganisha namba yako ya ID, namba yako ya simu. Umesikia vitu kama hiyo? Na huyu kwanza ni mtumishi wa Mungu. Na watu niliona wanamfollow. Do you know what? I just prayed nikaambia Mungu sijajua utanituma kwa hizo social media lini, but I pray I come very quickly. Maana kuna errors nimetumwa na Mungu na lazima ni correct. Huyo mtu tu ukifanya vile anakueleza, tayari ushaunganishwa kwa hiyo ufalme wa giza. Hata uishi miaka 10 ukiwa unaomba kwa roho umejazwa unaendelea. Katika ulimwengu wa roho utakuja kugundua, kama utakuja kufunguliwa macho kiroho, ati ushai participate kukuwa diviner. So hiyo because of that, wewe unaamini Mungu genuinely, lakini ushai kuwa muabudu mapepo. Na sasa ndio uendelee vizuri na Mungu, itafika mahali unafaa ujitenganishe na hiyo ibada uliingia ukafanyiwa. So yes. Maana sasa hao katika ulimwengu wa kiroho wakisoma vio vyao, wewe unaonekana ukiwa member. So huyu mtu mwenye anakuja anakuambia sijui ukifanya hivi na hivi na hivi, na si kitu ati mbaya anakuambia ufanye. Kina magic. Anakuambia unasema hivi. In conditions fulani. Yes. Na bado kuna mwingine nilikuwa naambia wasee, nilikuwa nasikia kiambia msee, ukichukua hizi vitu zinaitwa ubani. Ubani, uvumba nini, sijui uchome alafu nini uiweke kwa gari yako ama kwa nini. Hiyo ni uvumba hiyo. Hiyo utakuwa lucky the whole day. Naijua. All those are kind of, hiyo ni kwa demonic world. Hebu nikuguzie kitu. Kwa wale watu ndugu zetu wametembea. Hizo ubani zina kidogo tu pole. Yes, it's okay. Unieleze hadi hizi zenye ukipata labda kuna ordination, unapata church wanachoma hizo ubani na uvumba. Sasa unaweza nieleza hizo zote. Nice. So tuanze na hii ubani. Kitu ya kwanza kwa kanisa yoyote, mahali panahubiriwa ama ni mahali ni madhehebu, iwe ni mosque, iwe ni churches, iwe ni traditional services, mahali popote unasikia mtu anasema ni muombaji na ukaona wanachoma uvumba ama ubani, ujue kitu ya kwanza hiyo sio ibada ya Mungu. What do you mean? Exactly. Ni ngapi nimeenda zinachomwa hizo vitu? Hebu nikuulize swali ndugu yangu Simon K. Na pia kwa niaba ya watu wanaye tutazama. Yesu hatuoni mahali kwa Biblia akichoma ubani ama uvumba. Na siko kwa Bible. I think kuna mahali imeandikwa kwa Bible sijui nini alichoma ubani kafikia Mungu nini something. Kwa Revelation. Kuna ile nini wao usoma. Revelation. Tutakuja hapa na hata kwa Exodus mahali naongelea incense na nini. Sasa mimi nakuambia kwa hiyo ufalme wa giza, tuanze tu hata na vizuri. Wakati Revelation inaongelea mambo ya kuchoma ubani, huwa ukisoma from the context, sio tu kama mstari kamoja, utasikia maandiko yenyewe yanajitafsiri nasema, na hiyo ubani ni maombi ya watakatifu ambaye inaenda kwa Mungu kama ubani. So si
si ubani. Na sasa hii ubani ambayo inachomwa watu wengi hata hawaelewi imechanganywa nini na nini na nini na nini. Kwani kuna vitu imechanganywa? Of course, maana sasa ni ibada. Okay. Na nikueleza kitu moja Simon, turudi hapa. Ibada ndio ikuwe kamilifu. Ni lazima kukuwe na vitu tatu ambayo lazima ihusike. Kitu ya kwanza ni sadaka, kuhani. Na lazima kukuwe na vitu ambayo inaperformiwa, the rituals now. Na hizo rituals spiritual ndio zinaitwa craft. So ukiona mchungaji anachoma ubani na Yesu hakuchoma ubani ama uvumba, ujue yuko kwa ufalme wa giza. Huyo alikuwa mwenzetu wakati tulikuwa huko. Ukiona wengine na kuna marashi, tuguzie ama turudi tu hapa nyuma kwanza. Kwanza tumalize hapo kwa ubani. Turudi kwa ubani. Kwa sababu sasa nimeona nyinyi hata ndio mnanikumbusha hizi vitu. Okay. Hizi ubani ziuchanganywa na nini? Okay. Kwa mfano, kitu kama ubani, najua inategemea ni ibada gani mnaenda kufanya. Tuseme kama hiyo ordination. Mimi nimeenda ordination kwa unajua niko na marafiki kadhaa, unasikia mtu amekuwa bishop, amekuwa reverend something, unaitwa si atakuita definitely. Okay, hebu niulize kwanza swali moja kabla nijibu. Mtu anaenda kufanyia ordination na ubani ama na uvumba zinaingiliana wapi? Sijui ameombewa, amevalishwa hizo vitu, amemwagiliwa mafuta kama lita moja alafu zinaanza kufanywa hivi kwa watu hizo maubani. Nice. Na mnaanza kurushiwa mafuta huko. Nice. Unaona pale Isili, acha nipeane mfano mzuri kwa wale ndugu zetu Waislamu. Huwa wanachoma ubani asubuhi mapema kabla hawajafungua kazi. Very true. Wanafanya ibada yao. Nao kweli wanajua ni vitu hata tufichanangi wanajua. Nao wanajua ni yale majini ya kuwashikia wateja ndio wanayaamusha ya kuja yashike wateja. Kwa hivyo lazima wafanye ibada. Hiyo ni vitu ambayo inajulikana sana. So kitu ya pili, hawa wachungaji ambao wanavukisha wanachoma ibada. Wanachoma ubani ama uvumba. Najaribu kupeana mfano wa Uislamu ndio nilete hii point. Kumaanisha ni roho fulani wanaivukishia uvumba, maana ile maroho katika ulimwengu wa kiroho ikisikia hiyo harufu ndio kuwaita kwa beacon. Mfano wa kwanza, mahali utaona mnyama inachinjwa na sio kwa boma yenu, mahali wanachinja, mahali damu inachinjwa, damu inamwagikanga, mfano hapo mahali maroho huwa inakuja hapo, maana hiyo ni dining table yao. So kuna vitu watu wanaweza fanya kwa ulimwengu wa mwili ama kwa dunia, kwa ardhi, na katika ulimwengu wa kiroho maroho mapepo zinajua ni hao wanaitwa. Kwa mfano mtu achukue mganga, achukue mbuzi achinje na aanze kusema maneno ile anasema incantation zake. Kwa hivyo ana ile mapepo kwa ulimwengu wa roho, ikiona tu damu inajuanga ni sisi tunaitwa, maana sasa tumetolewa sadaka, tumepewa kafara. So najaribu kuguzia mfano 2 3 tofauti. So hii ni kama ya kuwaita. Hata hii ubani ni ya kuwaita. Si ya kuwaita. Sasa huyu kama ni katika ulimwengu pale wale ni wetu. Nice. Sasa ni kuitwa, wanaitwa ndio wakuja wa take over. Now ni initiation spiritually, watu wanaingizwa kwa zile madhabahu. Na unajua watu wengi wanaingizwa hivyo kama hawana knowledge na mabishop zao, maana mabishop wao wako kwa hizo ufalme. Na najua watu wenye church zenyu zinafanya hizi vitu bado mtakataa hii video. Mtasema ni uongo, ni stories za jaba, lakini sasa mshajua kanisa yenu sasa ni ya shetani, si ya Mungu. Hizo nime experience, that is why nimeuliza hiyo swali. Na kuna nini? Na sisemi hivyo. Sasa hapa naongea mbele ya Mungu. Yes. So nasikia hata mimi nasikia naongea mahali anasema mbele ya Mungu. Yes. So kuna church fulani niliendanga kukiwa na ordination. Hiyo kitu ilichomwa na niliumwa na kichwa sana bro. Hadi nikakosa amani. Na nikatoka na the following day bado kichwa ilikuwa inaniuma in a way that yenye sikuwa na feel niko sawa. So nikafeel manze si kawaida. Sasa unajua wewe ile madhabahu umesimamia madhabahu ya Mungu. Unajua umesimama kwa misingi mzuri ya kiungu. Sasa anywhere unaenda kuko na miungu mingine inaabudiwa, lazima ikuadhiri. Mtu wa kawaida atakwambia pengine ni ile smoke. Sasa mimi ninaelewa hiyo spiritual. Ni anga yako haungekubaliwa kukaa hapo. But nikuulize, hata kama ni smoke nafaa niende church nitoke nikiumwa na kichwa? Ndio nakwambia sasa mtu wa kawaida. Yes, sasa mtu wa kawaida atakwambia pengine ni moshi ilikuwa nyingi, pengine vitu kama hiyo. Lakini from the spiritual understanding ni wewe sasa ile roho wa Mungu ndani yako kuna mahali hawezi kuruhusu ukae. Hawezi. Hata kufuruga huko mpaka utoke. So, sijui tuingie kwa mambo ya marashi kidogo ama tuguzeguze hapa kwanza. Marasha tuguzi saa hizi. Okay. Hiyo ni next time. Hata ubani sitaki tupite hapo. Tuziguze kwa ubani. Tuko kwa uvumba. Kwa uvumba tunaingia kwa ubani. Sitaki tupite hapo. Because I think tumeenda more like over 1 hour 30 minutes.
Alright. Na tuko na episodes mob tunafanya. Okay. Cause unaona venye tuna share hii story mtazamaji. Pole sana kwa kuna mahali nimedistract, but kuna mahali na feel kuna point nafaa kuulizia hapo. So nikikosa kuulizia hapo itaenda, na nikiulizia kwa next episode maybe haita make sense. Yes. Unaona? Yes. So mtanikubalisha tu, hata mimi saa hizi nikienda tu nikae chini mahali nitaweka hii video, nitaenda ni go through yote ni watch, nione mahali tumeruka, ndio nikuje next time nikikuja hapa nitakuja na hizo points. How deep are you in spirituality? Wacha tuiweke hivyo. Okay, kuna levels zinakuwa, kuna watu wako deep, wengine deeper, wengine deepest. So inategemea ni ufalme gani tunaongelea. Okay, kwanza tuanze. Ya giza ulikuwa umeingia hadi wapi? Okay, siwezi nika-estimate, but kitu nitasema tulikuwa na mission ya kukuja kutake over Africa. So ulikuwa umeenda kubwa sasa. Ulikuwa umesonga bro. Lakini sasa ni kama darasa yenye lazima sasa muanzie mahali. Maana pia lazima mujenge historia ambayo watu wanaona. Ndio unaona kwa ufalme wa giza watu waingiangi tu hapa, unatoka hapo unaingia unaenda kule. The same thing katika ufalme wa Mungu. Hauwezi anzia hapo kaenda huko juu. Mungu anakuinua kutoka kiwango moja, utukufu moja hadi utukufu mwingine. So to answer your question, katika ile ufalme nilikuwa nimeenda deep. Na Mungu ndio huwa ninasema ni Mungu alini explore huko. Kwa sababu Saimokei nitakuja kuambia watu nini kuhusiana na kitu ambaye sijui. So ilikuwa na umuhimu sana katika assignment ama katika ile makusudi yenye Mungu aliniumba nifanye kwa hii dunia. Kuna umbali lazima ningeenda. Na hiyo umbali ndio nitoke sasa na document huko ya kukuja kuonyesha watu wa Mungu. Unajua sio mimi peke yangu ndio nabii wa uongo. Kuna wengine wengi. Na katika hata maombi yangu niliona kuna manabii wengi wa uongo. Hizi video zitaanza kuwashawishi. Mungu ataanza kutumia hizi video kuwashawishi. Na wataanza kutoka kwa hizo manabii wa uongo. Let me give you a relevant example. Kuna miaka 2 ambazo ziliisha hapa nyuma. Nilitokea mahali kwa social media nikasema nilikuwa nabii wa uongo. Na nikataja majina ya manabii wote wa uongo wale tulikuwa tunafanya kazi nao. Yes. Na makanisa yao na mahali makanisa zao ziko. Ainuliwe Mungu. Kwenye comment section nilikuja nikaona hata kwa ile YouTube account ambayo tulikuwa tumefungua na TikTok na social media na vitu kama hizo, watu wakianza kutupea information vile wale wachungaji waliposikia hivyo wamebadilisha majina ya makanisa na watu wametoka huko. Let me give you example hata tusiende mbali. Si kuna kanisa tulikuwa tumefungua na ndugu yangu hapa Roiro. Hiyo kanisa I'm speaking to you haiko, ilikuwa demolished. So kutoka hii kazi nianze na wakati tunaendelea na wewe hivi, mimi nashukuru sana Mungu na pia nashukuru Mungu Saimokeni nichukue hiyo nafasi kwa kushukuru. Sio watu wengi wao wana host watu kama sisi hapa. Na hiyo kwanza inanisaidia kuelewa umesimama kwa msingi mzuri. Very true. Juu zingine sasa. Mimi kuna makanisa nishaenda nikasema niko tu leo nikiwa kwetu Kitale hata hapa Nairobi, nikasema hebu niingie hapa kidogo nisikie mahubiri hapa watu iko. Do you know wachungaji wengi wakinotice ni mimi, maana hizo video ziko viral sana, hizi video watu wanaziona sana. Wakinotice ni mimi nimeingia kwa hiyo kanisa. Mambo inafanyikanga hapo is either nitafukuzwa, kitu ya pili is either huyo mchungaji akiambiwa tu ni mimi anabadilisha mahubiri. Sasa dawa ilikuwa gani? Mimi nilifika mahali siendangi kanisa. Unless niko Mombasa, niingie kwa ushirika mahali. Nikuulize aje? In Africa, umeniambia mlikuwa nataka kwenda viral in Africa. Kutake over Africa. In prophetic ministry. Naonanga sijui kama nitawaita watumishi wa Mungu ama nitawaita aje. Watu very prominent, watu wa big, watu wako na influence. Na watu wana flock huko. They are wako na word vizuri sana, they are performing miracles. Do you think there are many ukajaribu kupeana tu percentage useme wenye wako kwa hii ni 90% ama ni 30% wenye? What do you think? Kwa ufalme wa giza ndugu yangu, kwa ufalme wa giza nitakupea 95%. 95%. Do you think kuna mtu yani in Africa, let me use Africa. Mwenye amesimama vizuri kwa God au ma prophet na ni very famous? Very very famous. Wachache sana. Mtu ana influence kabisa.
wa Mungu wa ukweli. Ndugu yangu, wachache sana. Wachache Sana. Kunao. Mungu ako na remnants, mabaki wako, lakini namba yao ni wachache sana. Sitaki tuwataje. Sana. We. Na hao, yes, maliza tu kitu ulikuwa unasema. Ongea kwanza. Nasema na hao sasa, ndio utaona kuna season inafika, na hii ni baadhi ya unabii. Nilikuwa nilete hapa, lakini naweza nikaileta tu hapa dakika moja mbio mbio. Kuna mahali nilionyeshwa juzi, hii ni Jeremia 23, watu watasoma. Niliona manabii wa uongo, kila mtu alikuwa ameshika mishumaa. Na kukatokea na upepo mkubwa sana, ikaanza kuzima hizi mishumaa zao. Sasa kila mtu alikuwa anakimbia akijaribu kuprotect kakando kake kasizime. Okay. Na ndio nikakuja nikapewa Jeremia 23. Na ni baadhi ya vitu nilikuwa nimeandika hata mahali nitailete, ni vile nimeona ndio mahali pazuri pa kuingiza hiyo. Ati Mungu anasema hivi, anaenda kuleta upepo wa kisulisuli. Na hii upepo wa kisulisuli utaiona kwa Jeremia 23. Na hii Jeremia 23, hiyo upepo ya kisulisuli ambayo itakuja ndio hukumu ya Mungu ambayo inafananishwa na upepo, na itakuja ikizima makanisa za manabii wa uongo. Kutatokea na watu wataanza kuexpose, wake wa wachungaji wataanza kutokea, watoto wao, watu wengine wamefanya kazi na hao manabii wa uongo, wenyewe ndio wataanza kutokea. Wengine ni generation tu ya Gen Z. Wataamuka sasa wenyewe wakiwa na hasira, waseme we need a different thing. Na tunajua hii ni uongo, hii ni uongo, hii ni uongo. Yani Mungu anaenda kutuma wanajeshi wake, na ndio watazima makanisa. Na nikisema hivyo simaanishi prophetic churches peke yake, kuna mpaka zingine za dini. Na bado wako kwa ufalme wa giza. Wana sodomize watoto, wanafanya vitu zingine za witchcraft huko, na maibada zingine za kishirikina. Hawa wote wa kategori moja katika religion. Mungu anaenda kuwazima moja baada nyingine. Yani kuna muamko, kuna revival, kuna power inaenda kukuja, na itakuwa ni judgment. Na hakuna mtu mwenye anaitwa nabii wa uongo anaweza akasimama kwa hiyo upepo. Itafagia kila mtu, mpaka kwa government. Mtu yote yako kwa government na hajakuwa akiwa righteous kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amempatia atumikie taifa. Wataanza kufagiliwa na kutupwa mbali, na mwisho wao itaanza kuwa ni aibu. Na hizi vitu nimeitoa hizi unabii kwa TikTok, inaitwa Musa wa Mungu. Utaziona hapo. Kuna unabii nimezitoa sana hapo. So this one I had to release it here because ni masaa imefika, wale manabii wa uongo wanapaswa waanze sasa kurepent, kurudia Mungu before it's too late. Maana mwisho itakuwa full of shame. Hakuna mtu atawakumbuka ama kuona kwa uzuri. Na wengine ni makanisa yao itabomolewa. Inaenda kubomolewa. Makanisa, watu wataingia kwa hiyo community, waseme hapana, hii kanisa haitakaa hapa. Kweli. Na watu wenyewe ndio wataanza kutoa roof without the permission of government. Watu wataingiwa na kichana na wazimu ya Mungu. Wataanza kungarisha communities wenyewe. It is coming. Wewe I'm so scared right now. Na sijakuwa mimi siko scared juu sana hata juu ya kusikia stories zingine hapa. Watu wenye hata nahurumia sana ni wenye wako kwa hizo madhebehu. Zinaitwa madhabahu na zinaitwa aje zote. Na wamekaa tu huko, wamefungwa. Wamekuwa initiated kwa vitu. Unajua heri ukuwe initiated kwa kitu ukijua. Yes. Kuja niambie Saimo. Yes, I see your point. Nataka nikupeleke mahali uone venye tunaweza pata do na kitu yenye unafaa kufanya ni hii na hii. Good. Rather than kuja uniambie Saimo ni aje? Hebu kuja twende na hapa nini. Niende nikule kitu fulani, unipatie do fulani. From there nikuwe nimeingia kwa kitu yenye si. Na ujui. So watu wengi wenye wako kwa hizo churches wako kwa madhabahu mbaya zenye foundation zao ni mbaya, lakini hawajui. Yes. Na by the way I think kwa hii platform tumekuwa tukiongelelea sana hizo vitu. Amen. Tumekuwa tukiongelelea sana hizo vitu. Amen. Na najua Mungu analeta watu wa kufungua watu macho. Amen. Na nakwambianga tu manzi, ukiona video kama hii kubali tu kushare na watu. Usikubali tu kuiwatch ukiwa peke yako. Watu wafunguke macho. Na watu wenye wako huko wameingia kwa hizo madhabahu. Na waombea tu juu ni Mungu tu anaweza waokoa. Ni Mungu ndugu yangu. Mungu afungue macho na wafungue akili. Wengine walienda huko wakafungwa akili zao. Exactly. Yani wanakaa tu mazuzu. Unapata hata mtu alihama kwake sana kaa kwa kanisa. Exactly. Unaget? Kuna church fulani nilikuwa naona haiko Kenya. But bro, unapata msee anaenda tisijui ameenda kuperform miracle kwa church fulani. Unaenda una camp huko for a whole week.
na get then ukikamp huko for a whole week huyu nabii anakuja na kuombea then mnaambiwa sasa mnafaa mnunue machungwa sijui muende mkafanyie nini hiyo umechizi nini mbaya na watu cause me what I believe if anyway wacha niache kuongea sana. Unajua saa zingine naongea sana watu wananiambia sasa hivi unaingililia mapasta sana. Ona ndugu yangu, acha nikwambie kitu moja. Mungu akikasirika huwa anakasirika ndani ya watu wake. True. Sasa wewe saa zingine unaweza ona unakuwa provoked, kumbe ni Mungu anatumia wewe sasa. Kasirika sasa, mwambie watu ukweli. Imagine unatoka hapa ati unaenda UG unaenda kununua machungwa. Sijui unaenda kununua matunda, hizi matunda nimepanda kwa shamba yangu. Kama babu Waleliondo. Unamkumbuka? Nikikuuzia hii na ni mtumishi wa Mungu. Yes. Wewe unasema nini? Sisi tumeuzia watu mpaka mchanga. Maharagwe. Mahindi. We will come there. Another thing, kwani nashindangwa, kwani watu wanakuangaje? Unajua mimi nikiingia church hivi, ama hata wewe ukikaa tu hapo. The peace ile amani nitakuwa tu nayo hapa itaniambia. Good. Naongea na mtu wa Mungu. Good. Nikiingia kwa kanisa nisikie niko na amani. Roho yangu imetulia. Good. Unajua kwa nini? Yesu anaitwa the Prince of Peace. Yes. Kwa hivyo roho wa Yesu huwa anapeana amani mahali popote yako. Very true. Yes. But niambie kwa nini nitaingia kwa church yake? Kitu ya kwanza ni harasiwe na bodyguards pale, kwa nini kwa mlango? Mahali popote unaingia unapata bodyguards. Kimbia, toka, enda mbali. Umeenda wapi? Nataka kuona. Enda upange line huko. Upate mahashas nao wanaongea kama sijui walikuwa kula mavi ya asubuhi ama nini. Wacha niongee hivyo. Bado nilijaribu kufuatilia sasa hiyo church yenye nakwambia. Unapata watu wanaharasiwa na hapo hakuna Mungu. Si ndio? Alafu unaenda unasema sijui mimi nimekuja huku nimekuwa mgonjwa sijui wapi. Unatumwa kwa madoki. Enda kwanza upimwe hiyo hakikisho kama iko. Na madoki bado ni wa huko na utalipa. Good. Sasa ukikuja ati ndio sijui unaumwa na kichwa. Na utaniambia venye hiyo happen. Umeenda kwa pasi unaumwa na kichwa, anakuombea kichwa inatulia, mguu inaanza immediately. Sasa next time utakuja na ugonjwa wa mguu. So huyo ni mganga, Umetoka kwa kichwa ikaenda kwa mguu. Huyo anakuanga ni mganga. Unajua kitu anafanya ni nini? Juu anataka huyo mtu akuwe mteja wake. Kwa hivyo anatoa ugonjwa kwa kichwa anaweka kwa mguu. Kwa hivyo ukikuja wako na hiyo nini? Ni waganga sasa hao. Okay. Anyway, watu wa Mungu na waomba tu jameni. Tufuateni hii maandiko. Tunafuata Biblia. Fuateni Biblia. Wacheni kufuata sarakasi za watu. Mbona unauzua maji? Juzi nimeona kuna mwingine alikuwa anauza misumari. Wewe unakumbuka kuna huyu mchungaji sitataja, alisema hako na kitu inaitwa mapanga service. Nairobi town. Mapanga lika. Ni maji unanunua panga. Panga ni ya nini kaka yangu? Na mtoto wake wa kiroho akanunua misumari, akaanza kuuzia watu misumari. Na unajua kitu ilinishangaza ni nini? Anakuja kwa umati mbele ya watu anasema, excuse me, ati kwa maagizo ambayo nimepewa na baba yangu wa kiroho. Maana baba yake wa kiroho ndiye alikuwa anauzia watu misumari. So hata yeye ana anoint hizo misumari na mafuta, alafu pia yeye anapewa washirika wake. Yaani atasikiza Mungu ama ni baba yake wa kiroho. Na kwani niulize, mbona mkifanya hizo vitu hamkuwa na aibu? Wewe una aibu ukiambia watu wanunue misumari. Mimi unajua hiyo kitu hata siwezi sema mbele ya watu. Aje. Wacha nikwambie kitu moja Saimo. Unaona hao? Vile wewe umezama kwa hii kazi yako unafanya. You are good in it, you are deep in it, you are professional in it. Unaona mpaka uko na shule na mnafanya kazi mzuri. God bless you so much. Asante sana, nashukuru. Nimekuja hapa niliona kuna line kubwa watu wanawasubiria wengi sana. Ni Mungu. Unafanya kazi mzuri. Unaona sasa venye wewe you are good in what you do. Unaona? Umezama kwa hiyo kitu ndugu yangu. Na unajua usisahau katika hii ulimwengu kuko na spirit inaitwa spirit of deception. Inakuanga ni nyoka kubwa sana. Hii nyoka ndio inakuanga sasa imekaa kwa madhabahu ama ndio mwenye hiyo madhabahu. Sasa huyu mchungaji anapatanga revelations za hizo ibada kutoka kwa hizi manyoka. Kwa hiyo ufalme wao. So kwa it makes sense. Lakini kwake kulingana na mashauri ama maagizo amepewa, unafaa ufanye ibada fulani. Lazima ufanye. Sasa wewe kwa it makes sense maana uko chini ya hizo maroho. Lakini wale wenye wako chini ya hiyo roho wanaona baba yetu ako na ufunuo. Kwanza mpaka ametusomea mstari 2-3 ya kubaki hiyo maandiko. Huyu mtu ako na ufunuo sana. Wengine watatengenezwa mlango kwa madhabahu. Nimetengeneza malango. Yes. Ukiingia ukiwa na shida, ukitoka pande hii. Ushaicheki kitu kaa hiyo. Ushaicheki? Yes.
Sasa wanafikiria ni creativity kwa ministry. Now the spirit of lies ndio muona anawapea zile revelation. Kwa nini? Waishi wakiweka watumwa wao under bondage, from one bondage to another. Unajua lazima mtaacha sadaka. Sadaka yako ikiguza madhabahu ya nabii wa uongo, pesa yako imefungiwa huko. So purpose yao waseni ku make do. Hakuna kitu kingine. Unajua ni nini? Wana make hivyo do, lakini wanahakikisha hiyo roho yao ndio inanyonya washirika wao. Ndio unaona washirika wao ni maskini sana wengi wao. Na kuna kitu kingine nimerealize. There are people who kuna wahubiri wenye wako kwa hizo nguvu za giza. Na bado wanahubiri kuhusu nguvu za giza, kuambia watu wanapinga. Umeget? Nimekuget. Yeah. Sasa si ni kama tu sisi. Juu ujue kitu ya kwanza kama sisi vile nilisema kwa episode 1, tulianza tukiwa green. Na tunaenda mpaka Katoloni kufunga na kuomba ya ukweli. Tukikuja kufanyia watu deliverance, hapa tujajichanganya. Mungu anafanya ukombozi ya ukweli. Unaona? Lakini vile tumeingia sasa deep. Ujue sasa mnaingia deep, mnapata assistant spirits. Na kwa hiyo ufalme mwingine, kabla tujaingia kwa hiyo ufalme, ungepata vizuri sana. Tunaombea watu na watu wataleta hata muujiza. Na pia kwa hiyo ufalme mkiingia sasa, mtaombea watu na watu wataleta muujiza. So, unaweza kuwa huko unajifanya unapingana na hizi vitu ili kuwin imani ya watu. Okay. Yes. Lakini wenyewe wanajua, kuna mtu anajua hii mapepo ni ya kwetu. Na sasa anajua badala ya kuzikemea anazituliza. Tulieni waseli nini? Mimi ndo niko huko. Relax. Anyway, wacha tumalizie hapo kwa leo, but we still have, unaweza guza tu vitu zenye tutakuja kuongea kwa highlight. Kitu kingine tutaguzia ni covenant ambaye iko very common. Vile watu wanaingizwa kwa gazing bila au kujua. Okay. Na tutakuja kuongea vile watu wananunuliwa vitu ama wanapewa vitu kama zawadi. Na hao watu wenye kuwapatia wako kwa ufalme fulani, kwa hivyo wanatafuta watu wa kuingiza nao tayari washalipwa. Na baadhi ya vitu tutakuja kuzungumzia. Na hiyo story ya marashi. Yes, nice. Hata hiyo story ya marashi tutakuja kuiguzia. Na hiyo tutakuja pia kuangalia kitabu ya Book of Revelation. Tutakuwa tuna back maandiko na kitu ambayo tunasema. Ndio watu waweze kuona na kuelewa hizo vitu vizuri. Na vitu vingine bado tutakuja kuonyesha watu tofauti ya manabii wa ukweli na manabii wa uongo pia ni gani. Na Mungu akitupatia bado neema kwa hiyo laini, tutakuja kuonyesha watu vile watu wakiwa kwa ufalme ama wakiingia kwa kanisa ya manabii wa uongo huwa wanaathirika area gani ya maisha zao. Na vile wanaweza wakajifungua kutoka kwa hizo area ambayo wameathirika bila hao kujua. Kweli. So hatutakuwa tunakuja tu kuexpose vitu zinaendelea, bali kutakuwa sasa na suluhisho. Suluhisho hizi vitu ni gani? Kumekuwa na kitu fulani inaendelea. Umetoa sadaka mahali fulani, kutoka hapo maisha yako ikaanza kuisha, kazi kasambaratika. Suluhisho ya hizi vitu ni gani? Na kuna watu wengine walilala na watumishi wa Mungu, manabii wa uongo. Na ikiwa mtu ni mshirika amelala na mtumishi yoyote wa Mungu, huyo mtu ndio yake hizi kasimama. Haiwezi. Tutakuja kuongea hizo kwa undani. Na kitu kingine tutakuja kuongea kuhusiana na kitu yoyote mtu analala nayo kiroho ama kimwili, hiyo kitu inakuwa ndio mume ama ndio mke wa huyo mtu. Sasa huyo mtu anaweza kuwa anataka kuomba ndoa, Mungu afungue ndoa, lakini kwa ulimwengu wa roho anaonekana ako na marriage. Sasa huwezi ukapata ndoa nyingine. So kuna baadhi ya vitu deep. Na tutakuja kuongea, Mungu akitupatia muda, ni kwa nini hizi siku za mwisho unapata manguo mingi zimewekwa picha za wanyama. Okay. Na manguo mingi zinatengenezwa kama wanyama. Tutakuja ku unfold, maana hizo ni vitu deep sana. Na tutakuja kuangalia sasa hizi vitu venye watu wengine wanakula kwa kanisa, wanapata wameingizwa kwa ufalme wa giza. Na wengine wanakunywa Lord Stable, lakini hii Lord Stable, ile vitu wanakunywa, zingine zimewekwa damu na zingine zimewekwa vitu tofauti. So wakati wanamega ile mikate wanafikiria ni ibada ile nzuri wanafanya ya Mungu, ya Lord Stable, lakini ndio njia moja watu wengine wanaingizwa kwa ufalme wa giza. So imefika mahali Simokei, kabla mtu aende mahali kwa kanisa, inabidi akuwe kwa maombi kwanza. Maandiko yanasema kwa kitabu ya John, tukimalizia John 16:13, wakati Roho wa kweli atakuja kwenu, atawaongoza kwa mambo yote.
True. Kwa hivyo watu wasianze kuingia kwa manyumba za ibada ama mahali mtu anaambiwa watu wanasaidia watu, aanze tu kufuata njia na kuenda, mtu achukue nafasi aombe Mungu kwanza. Mungu ampatie mwelekeo na direction. Na sijui tufikishie hapo, maana vitu ni mingi ndugu yangu. Vitu ni mingi. Tutafikishia hapo kwa leo. Kwa sababu pia sitaki to feed watu na vitu mob. Ndio hata tuwape nafasi ya kuuliza maswali. Yes. Na kama kuna mahali labda umeona kuna kitu tumeruka kwa hiyo story, you can comment over there, or you can unaweza ni text ama unaweza text hata tu kwa comment section. Yeah, very true. So utawapea tu namba ya simu. Na tutamalizia tu hapo. Next time maybe after 2-3 days tutaleta hiyo episode nyingine. Amen. Yeah. Mungu atatupea muda kwa masaa na majira yake. Amen. Lakini sita exit ndugu yangu bila kushukuru mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa hapa, mnakuwa naye mara nyingi sana hapa. Evangelist Martin Ndongo. Unajua juzi nikiwa hapo wakati nilikuwa nangoja umalize interview yake ndio mimi niingie. Huyo mzee ni mtu wa Mungu. Ni kweli. Na mimi nitasema hivi, wakati Mungu anatuma watumishi wake kama kina Simon K na watumishi wa Mungu kama na wengine ambao wamekuja hapa, mimi nina request, ikiwa huyo mtu amewahi kuwa wa baraka kwako, mkuu wa baraka kwa huduma za hawa watu. True. Unajua ni kwa nini? It takes so much Mungu kuteua watu kama hao na kuwaleta mahali kama hapo. So I want to take the vote of thanks kusema asante kwa huyo mtumishi wa Mungu. Sikio nikitoka hapa siku mpaka na fair. Au kwa adili. Mimi nakwambia ukweli. Sinakwambia kazi nafanya. Aliongeleshwa na Mungu. Nakwambia kazi nafanya sijalipo mshahara kwa miezi 3. Oh yeah. Yes, watu wa Mungu wana mambo. Na ukiwa mtumishi wa Mungu wa ukweli, kuteseka naye lazima. Hiyo ni kawaida. So huyo mtumishi wa Mungu alinipea pesa, sitaongea mambo mengi. Imenisurvivisha mpaka leo. Na istoshe Simon K akaingilia tena hapo mahali. Na mimi sikuomba mtu pesa. I know. But I want to say thank you also to you. Maana mmesaidia huduma ambayo nimebeba na ile kazi nimekuja kufanya iwe rahisi. Na kwa kufacilitate fair na vitu vingine kama hizo, Mungu wa amani awabariki na awazidishe. Amen. Amen. Peana namba ya simu ndio hata kama mtu mwenye atasikiza story anaweza taka kusupport. Anaweza pia kusupport. Mimi kwanza ndugu yangu kama saa hizi nataka kufungua biashara mahali na naomba Mungu afungue milango ya pesa. Atafungua. Na pia kazi mahali. Naomba Mungu afungue sana. Sababu nataka pia nikuwe na good time. Nikipata muda kama hii ya kukuja kuleta interview kama hizi, nimepewa mzigo ya kuja kufanya kazi kama hii, nisikue mahali siwezi nikapata hiyo ruhusa. Very true. So that at least the same time niko na kazi mahali na kula napanga mambo yangu ya kimaisha na lipa bills zangu, at least pia kazi ya Mungu inaendelea. That is my prayer at the moment. So namba yangu ya simu ni hii 07 59 29 59 77 07 59 29 5977. Kwa social media Revival in the Nations ama Musa wa Mungu. Wow, thank you so much. Yes. Musa wa Mungu, majina ya ID? Majina ya kitambulisho Moses Kimotho Nuthu. Na juzi nilisema jina Nuthu ukacheka. Moses, unajua Nuthu ni half. Half, of course. Moses Kinothia. Kimotho Nuthu. Yeah. Hiyo ndio majina yake ya ID. Unaweza tu umshikilia, na kama unaweza unasikia hata fair size inakuwa ni tricky. But unajua sometimes unajua kuokoka, watu wanafikirianga kuokoka ni rahisi, ati utaokoka ama utatoka kwa zile vitu ulikuwa unafanya kama umekuja Mungu ameanza kukuletea madola hapo. Huyo sio Mungu. Inakuanga ni safari. So hata ukisema venye saa hizi story na kazi naweza kuelewa. Cause mahali ulikuwa lazima kwanza za shetani ziende kabisa na ziishi. Na zilienda. Na ukuja na uteseke bro. Ndio sasa Mungu aanze. Si Paulo alifanyishwa tu hivyo. Aliteswa. So ni mzuri sana. Na mimi nafurahi hiyo darasa ya Mungu, maana sasa hii maisha nataka Mungu aninue. Sina mbio na maisha sasa. Nimefika mahali nimekuwa na amani, nimerelax. Nataka Mungu mwenyewe aninue kwa masana majira yake. No pressure. Hii ufalme si is not about money. True. It's about the kingdom of God. Mungu akujalie. Amen. Na Mungu akufungulie milango na njia. Amen. Thank you so much guys, na kushukuru sana pia kwa kukubali kukuja huku, kubali kushare hiyo story na kufungua watu macho. Amen. It's not easy kukaa mahali kama hapo uanze kuongea vitu kama hizo, vitu zenye zinaweza kuletea aibu. Na hata venye ulisema rejection nimezoea. Lakini juu unaongea juu ya Mungu, Mungu atakushughulikia. So God bless you so much guys. Tunawapenda sana na mzidi kusubscribe kwa hii platform. Thank you. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno
kuma barabara-inĩ ĩrĩa main ya Eastern Bypass ũkũingĩra kilomita 1 na ona barabara ĩyo ya kũingĩra nĩ ya rami. Ũguo handũ harĩa ũgũkorwo ũgĩkinya Maram nĩ handũ hanini mũno. Handũ hetagwo Karũgũrũ. Wĩ Karũgũrũ, ũngĩũria Karũgũrũ kuma harĩa rami-inĩ ũkũingĩra o kĩndũ kilomita 1 ukorwo kinyete broti-inĩ ici. Nĩ broti cia 50 by 100 na ndĩrona broti igĩrĩ peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi mirioni 5 o broti. Na handũ haha kũringana na ũrĩa ũrahona tondũ nĩ njũĩ nĩ ũrona mbica, nĩ handũ hakũrĩte na njĩra nene mũno. Nĩ handũ haikaraga itonga, nĩ handũ haikaraga atongoria, nĩ handũ haikaraga maceleb, nĩ handũ hega mũno ũngĩgũra na wake mũciĩ waku. Na ona ũngiuga atĩ nĩ ũkwenda gwaka apartment no wake, tondũ nĩ ndĩrona apartment iria ciakagwo gũkũ nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Na nĩ ndageria kũrĩrĩria ndaigua atĩ thogora ũrĩa apartments irĩhagwo gũkũ, okorwo nĩ ta 2 bedroom ndaigua cirarĩhio ngiri 40, ngiri 50. Ũguo nĩ handũ ũngĩũka hihi ona wenda kuinvest na mwena ũcio no invest. Ũngĩenda gwaka tũnyũmba twa kwendia no wake na wendie bei njega mũno na ũcokie mbeca ciaku. Ũngĩenda gwaka tũnyũmba twa gũkomborithia taru ũrĩa mũndũ akaga tũbangalo tũ compound ũkomborithagie no wĩke ũguo. Haha tigũte ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Ũndũ ũngĩ mwega mũno wĩgiĩ cia ici igĩrĩ ndĩ nacio nĩ atĩ cikomeire barabara. Ĩno nĩ barabara mũrona haha, ũguo ciĩ haha barabara-inĩ. Kũndũ gũkũ maũndũ marĩa mekuo nĩ maingĩ mũno. Gũkũ kwĩna mathukuru, nĩ ndĩrona thukuru ĩtagwo Lakewood haha ũguo, nĩ ndĩrona ĩngĩ ĩtagwo Royal Brain. Ũguo korwo wĩna mwana waku wĩ thukuru na ũrenda gwaka mũciĩ wa gũikara, mathukuru me haha hakuhĩ. Mabengi maihũire gũkũ, ngĩũka nĩ ndona bengi ta KCB, Equity Bank, nĩ ndona Cooperative, nĩ ndona mabengi maingĩ mũno. Okorwo nĩ ma petrol station maihũire gũkũ ona wahũta mamĩkawa marĩa me gũkũ nĩ maingĩ. Nĩ ndĩrona KFC, nĩ ndĩrona chicken inn cirio gũkũ, wenda kũnyua kahũa at cafe. Ũngĩbatara gwĩkaga shopping gaku, ma supermarket me gũkũ nĩ ndona Naivas, Quickmart kwanza nĩ ndona kwĩna igĩrĩ. Yani ũngĩenda handũ hega ha gũikara, handũ classic ti hangĩ nĩ haha rĩu. Ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kũhũrĩra namba ĩno ya thimũ 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranĩrie nawe. Ndakwĩra asking price nĩ ciringi mirioni 5 per plot. No ũngĩkĩhũrĩra hihi no tũmenye ũrĩa tũngĩaria. Broti ici ciĩna ready title deed, ũguo wagũra ni ready transfer. Wenda kwambĩrĩria mwako waku wambĩrĩrie hau. Mwĩ karibu sana, hũra namba ĩyo ya thimũ 0724 33 3313. Karibuni sana. Ndoka ndĩna ũhoro mwega mũno wa broti ndĩ nacio kũrĩa mwena wa Gĩtengera. Broti ci handũ hega mũno in a gated community, in a controlled area. Na broti ci harĩa cirĩ no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Ũguo kuma Gĩtengera town ti handũ hanene. Ũguo we wĩ hau hihi ũngĩenda gũceto family yaku, aikon wendaga gwaka handũ ta mũciĩ, handũ hega, handũ ũngĩceto family yaku, handũ ũngĩikara wega, ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi nĩ rĩrĩ. Ndĩna broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi mirioni 5 asking price. Asking price nĩ kuga atĩ no ũhũrĩre na twarie o hanini tũmenye kĩrĩa gĩkũrengera. Na kũrĩa Gĩtengera nĩ ndĩronire nĩ gũkũrĩte mũno tondũ actually gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ nakĩo. Kwĩna mathibitarĩ maingĩ mũno, kwĩna mabengi gũtirĩ bengi gũtarĩ, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Ũguo nĩ kũndũ ũngĩthiĩ no seto immediately. Na wĩ Gĩtengera ona ndũrĩ na bata wa gũthiĩ Nairobi kana gũthiĩ kũndũ kũngĩ gwĩka maũndũ maku, tondũ maũndũ mothe mekũrĩa. Broti ici ndakwĩra nĩ ciringi mirioni 5 peke yake, na ndakwĩra kuma barabara-inĩ main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handũ harĩa cirĩ nĩ handũ hakũrĩte mũno. Ũguo nĩ kuga hena thitima, kwĩna maĩ, indo iria ciothe cibataranagia kwĩna cio. Mĩkawa ĩrĩa ĩkũrĩa nĩ mĩkawa mĩega, ũngĩthiaga ma gardens, ũngĩthiaga ũkahorera na family yaku. Nyũmba iria cirakwo kũndũ kũrĩa nĩ nyũmba cia kifahari. Nĩ njũĩ nĩ ũkuonio mbica icio ciothe hau. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũrĩra na namba ĩno ya thimũ 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twarĩrĩrie tũmenye ũrĩa ũngĩthi kuona broti icio na wĩgĩre na handũ haku, handũ ũngĩceto family yaku. Gĩtengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana.